hii pesa hatujui wanafikiria nini, ndio wanatutumia goli kama hii. Hata mimi niliona ni mingi, lakini tujaribu tu. Na msipofika msijali. Hata viongozi wanajua uchumi ni mbaya. Hapo sasa ni nini inaendelea hapo? Je, kuna pesa itatoka hapo iende kwa ofisi zetu? Kwa mfano, nimesema tu kwa mfano. Ama kuna mahali tulikuwa tuende kama kanisa, lakini kwa sababu sisi hatuoni. Halo? Wewe kazi yako kama Nehemia aliueleza, akawaambia walipokuwa wanachenga ukuta, alimotivate watu, akawaambia hakika tutafanya nini? Tutachenga. Hata kama ni kubwa kiasi gani, tutafanya nini? Na tutamaliza siku moja. Kwa hivyo ni kutia watu moyo katika kazi ambayo tunayoifanya. A good leader lazima uwe mstari wa mbele kuweka watu moyo, ili kazi ya Mungu ifanye nini? Isonge mbele. Tuseme kwa mfano department ya personal ministry imepanga kuwa na crusade kubwa Magena Market. Alafu tukija board, mwingine unainua mkono unasema hiyo mwezi mmeweka kuna mvua nyingi. Yaani kazi yako ni kuona watu wapange vitu, upangue. Na una fight hapo kwa board, una fight. Nasema wakati mwingine sikiza ushauri. Najua hii dini ni ya mikono. Halo? Washiriki ya mjambo. Si mnaelewa hii dini? Nguvu yake yote iko wapi? Kwa mikono, si miguu. Hii dini inafikia kiwango inasema wangapi wamekubali. Mikono inaenda wapi? Inahesabiwa, unakuta umeshindwa na mikono miwili. Umeshindwa ama hujashindwa? Unasema si hata umeona ni wawili tu ni kumaanisha wengine. Sasa hata kama ni mmoja, crusade ifanye nini? Ifanywe, kwa sababu hiyo ndio inastahili. Kwa hivyo tia watu moyo. Kama ni makambi, tia watu moyo, pea watu nguvu katika kutenda kazi katika idara ambayo uko nayo. Usiwe kwamba ni mtu unayetafuta mbinu ya kusambaratisha kanisa. Waya members, wacha niwatumie leo. Nisitaki kutumia elders sana. Anakwaya hamjambo. Barua inatoka from Nairobi, mnaenda Kangemi makambi. Na inakuja tu direct paka kwa kwaya director. Si ndivyo? Kwaya director anaona barua ni ya kwaya. Anaisoma, mumeitishwa makambi Nairobi. Anakuja mbele ya kwaya, anasoma barua, tumeitwa Nairobi makambi Kangemi. Tuende ama tusiende? Watu wanasema wacha kabla tuende, wacha niende niulize wazee, kwa sababu hii barua haijafika kwa wazee. Kiongozi ndio huyo anaenda kwa elders. Elders, kuna barua imetoka wapi? Na ukumbuke hiyo barua imepita wapi? Tayari imepita kwa, sasa inakuja kwa wazee. Wanapoangalia wanaona hiyo tarehe yenye mnaenda kuna mchango na mna wageni. Wanawaeleza tafadhali, kwa sababu ya wageni wetu ambao tumealika, ninaomba kwamba msiende kwa wakati huu, lakini kwa wakati mwingine mfanye nini? Tafadhali, sabato hii ya mwisho tutakuwa na Pasaka. Wazee wanasema sasa hakuna nini? Alafu kiongozi unakuja mbele ya kwaya. Wanakwaya hamjambo. Na sasa hiyo umenuna. Sijui vile hao wazee wanatufikiria. Mimi nilikuwa nataka tuende, wazee wamekataa. Umechenga kanisa ama umebomoa? Ukiwa na kiongozi kama huyo, oye atakeire sense Nyerere. Mwako yo megatari kukuna kendi. I wish tabe district yani tarinkaregi hata. Lakini nkonyore.
kukutacha ngora kamanyete hii so merete ikikero kyoto kodusyo. Kama wewe ni wa kusambaratisha kanisa na umepewa mamlaka ya kuunganisha nini, lakini kazi yako unataka kanisa ifanye nini? Kazi yetu kama wachungaji wazee wa kanisa kinadiko ni kuhakikisha kanisa iko kitu. Kama ninajua wewe umeanza mbegu mbaya kakingiro chenda kole mbuyanga taka ebyasi bindi mbigunda ateke iki mungaka halo. Hiyo ni kiongozi mzuri. Ingine ni kusema kwamba that is the book of vile tulisoma. Ukienda kusoma kesho tutakapoenda katika kitabu cha Nehemia tutaweza sikia wanasema ya kwamba a good leader do not tolerate wrongdoing by others or themselves. Oko tolerate igonga kibone kakusi. That's from the book of kitabu ni cha Proverbs 16. Napenda wanjelelie ndiyo sinki hapa buya ukutorolete wanjelelike dakiki kufanya nini? Upendeleo. Wakati mtu anakuambia sitatorolete na ujinga yako, ujoche ngole ko nya isakara ngebe uko simba taizirende kikusine getaka bathirende wacha yukai hivyo noko rama avera ndocha bantu mujite garage ogwanchereria. Okay, tuenda kwa Biblia. Soma. Yasema, Biblia inasema wafalme wakitenda yasiyo ya haki. Wafalme wafanye nini? Wakitenda yasiyo haki. Wakitenda yasiyo haki ni chukizo. Ni chukizo. Maana kiti cha enzi hudhibitika kwa haki. Hudhibitika kwa haki. Kwa hivyo tusome na Wagalatia 2:14. Wagalatia 2:14. Wagalatia 2:14 waanza 11 mpaka 14. Fungu la 11 lasema, kuna mtumishi wa Mungu hapo anasema, sasa anaongea. Anasemaje? Paulo anasema kitu. Yasema, lakini Kefa alipokuja Antiokia. Kuna jamaa anaitwa Kefa alipoingia Antiokia, na alishindana naye uso kwa uso. Alishindana naye face to face. Kwa sababu alistahili hukumu. Kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Kabla hajaja alikuwa anakula na watu wa mataifa. Lakini walipokuja wao, akarudi nyuma akajitenga. Agasoka be pretenda na indi agayatana na korua asabale wana akatika koragera na buo. Endelea. Huku akiwaogopa walioathiriwa. Waliotairiwa. Akiwa naogopa waliotairiwa. Endelea. Umefika 14. 13 inasema, na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Kwa haraka, enda haraka. Walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa. Alipoona njia yao haiendi sawasawa, Paulo, na ile kweli ya injili walikuwa nayo, nalimwambia Kefa akamkemea Kefa mbele ya wote.
Ikiwa wewe uliye Myahudi, kama wewe ni Myahudi, wafuata desturi za mataifa, wafuata desturi za mataifa, wala si za Wayahudi. Kwa nini unawashurutisha mataifa? Kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Kufuata desturi za Wayahudi. Wayahudi na mataifa huokolewa kwa imani. Basi sikiza. Uno murai gokonyora omonto nari kanisa ime uborwaire manyanga kyogudiri nere. Ukipata mtu kanisani na idara yenye unaongoza, yeye ni ugonjwa. Kibungongo tabakiri ngalasima magugu na ngano atifikae pamoja paka nini? Paka mafuno. Bono mwenye na ataraja kogesa manyanga kyogudiri na magugu. Na uhakikishe usimtoe nje. Sikiza kwa makini. Halo washiriki, amjambo wa viongozi. Uhakikishe usifanye nini? Kuna viongozi anapoona wale wanamsumbua, anawaacha chini. Anaenda na wale ambao wanamsupport. Mwegwete ndongo teba. Omontago tikabalia bako mukwana bobe. Ogenda na barabi. Balirende grupu yaye. Usiache wale wabaya chini. Watu unastahili kwenda na wao ili uongozi wako ukae sawa. Ni wale wabaya eliobora ebobe smart tago tikachinsa limache. Tigango tebi. Wamama nyinyi ndio mlikuwa mnaosha ndisi. Ilimwa alikobuye kobo nesuguri. Mnakumbuka siku ile? Ilikuwa kuna wakati unafundika ndisi na sufuria. Unaosha. Kimakosa kengine katoke, kaanguke. Iko katika sanga kagule. Ngayoko kairani. Egenteka nene kakole gentoke. Haleluya. Toli gotiga ngaka kamincho hili. Sisi kama wajungaji tunapoingia katika district, nami nilipata hiyo nafasi kidogo ya kusafu kanisa kidogo. Sasa ukiingia pale kuna wale wanaitwa pendekeza. Mongaka. Mbali bako kanyeru murandi bunakuruge itarika. We pendekezo mara moja pastor, karibu. Na tunawajuanga mbaya. Chena kogi. Unonkoruwe pendekeza. Ninajua wewe ni mtu wa aina gani. Sasa pastor numate magena. Magena uchingora. Muri sinaro. Urendi. Ake muri sio no manena korugo. Mukoro. Ochengora. Monto kotebi. Kwa okay. Tena unamwambia nani huyo? Walisho. Tena ucharo kwa wapi? Ucharo. Abantu kulinda. Marenga. Asimage na ukulinda ucharo nango. Na nakuanga mzuri. Nani unaona anataka kukusaidia. Naenda maana kwa nia yake anataka kufanya nini? Mimi huwa nawaambia niandikie kalisiti kazuri hivi, list ya wale wabaya. Anje kuikango egase kalongo nyoruta kete gazi. Ngo comment. Genda bonu kalanse. Ondi kera babe. Ndodi kabaka bakungu bali yababe mukungu oyo takama anajipendekeza kukubangusirisha ni kukulibu kima be very careful. Sasa makosa mahali mimi na ngoja na basinyera ni wakati tumeanza kutenda kazi. Yule mbaya ndio ninaenda kwake wa kwanza. Tunaomba na yeye, tena yeye ndio ninachukua kwa visitation, yeye ndiye ananipeleka. Wewe mwenye uliniambia fulani ni mbaya, unastuka mwenye uliniambia ni mbaya, yeye ndio tunafanya naye kazi. Ukianza kuniuliza mbona, na kueleza Yesu alisema alikuja kwa kile kilicho potea. Ayebono kobete kalimutu. Tikangu ya babasa degete.
Kiagera, na ni vizuri kwa sababu umenieleza. Sasa hawa ndio tunakula na wao, hawa ndio tunafanya kazi na wao, na nje kaki mungaka. Wantenga maiti kukubekera bali sumu. Yolinga ingo chakuji. Wana menye nse yendo pakaliriri. Wamba kuna na tanchire 40 kuchimuino. Tinte meti. Use miaka yoko menye nse yen 70. Wana nga yende ngoira. Wana nyase kara nchenkwe, nchomo nchena iko rachimbere chichiresa. Kwa hivyo mtu usianze kuwa katika hali hiyo. Wewe usiache wale wabaya. Buraimbo koba buyonye tubwatia bantu bagupinga. Nonye mbone serikali ya Kenya tunaogopa sana. Buna Raila chite mwaruto nyumba karagera ituchande giti. Lirira ira aragera mwarute mesa. Kenya na liria era. Afadhali wakati ule mwingine. Kwa sababu alikuwa upande huu, anasema hey, president wetu anaona hapa sasa kimekuwa mbaya. Sahi nani ataongea? Nani ataongea? Na tobekwe ngoro imetwenzi pito tubu ngoko kwana. Kwa tamelo aja kukwana za ngapi? Kalonzo angia aja kukwana. Bambo nyale. Oza chichensi mura atome. Chichensi mura akora kendu. Mtatuma hizo. Lakini na sio sana. Halo. Kwa hivyo katika uongozi usione kana kwamba uko sawa kama una wale wa kusumbua. Lazima wakae ndio utende kazi vizuri. Jambo lingine wanasema ni kwamba good leaders keep their emotions under control. Leaders wataweza kuwa attacked na mambo mengine na false accusations. Na utaweza ambiwa mambo ya uongo, utaweza wekewa mambo, utaweza kukutukana, utaweza ongea vibaya. Kama kiongozi usianze kuonyesha kimwili sasa. Yaani mambo ya kiroho yanaacha. Mtu analeta vitabu za kanisa, anasema kama ni hiyo kanisa nimewacha. Umeiona mtu akirusha vitabu chini? Mbuyamole. Maete monkire labuna monkembete. Umeiona mtu akikataa kazi ya kanisa? Anasema hadi nimefika, nimefanya nini? Nimechoka. Yaani ati kwa sababu wamesema kuhusu jambo fulani, wamesema jambo fulani, sasa waseme kiongozi kuna vitu ambavyo hautakataza watu wasifanye juu yako. Jambo la kwanza ni kukuongea. Hati watu wananiongea. Lazima kiongozi ufanye nini? Lazima tukuongee. Either vizuri ama mazungumzo nao, kwani wewe ni mti. Lazima tukuongee. Ikiwa saa hii mnaniongea Nyandigi, sisi mmeanza kuniongea kwa makambi. Saa hii nikiwachunguza sisi mnaniongea kwa nyumba zenu kwa kila mahali. Mmeongea wageni hapa. Sisi tumeuliza. Ama mfikiri sisi tunajua mnatuongea sisi? Mnatuongea either kwa uzuri ama kwa ubaya. Na unajua tunapoongea hivi hatufurahishi kila mtu. Kuna yule ambaye tunaongea anasema okay, sio ria mwile nyerere no yape na data bwana. But sasa sisi hatujui. Kitu kingine hautakataza watu ni kukufikiria. Abantu wikabako lengereri. Uwezi ukasuia binadamu kama wewe ni kiongozi na unasimama pale mbele, uwezi ukawasuia kwamba wasikufikirie, watu wanakufikiria. Either kwa uzuri ama kitu kingine hati nikipita wananiangalia. Kama watu wanaangalia maiti. Na wewe je, ambaye uko hai? Maiti ndio mbaya kuangalia. Lakini wakisi hatutaweka mtu chini. Kama hajafanya nini? Lazima amfungue. Tufanya nini? Tuangalie. Bangina barako kule tata. Koikoi goromubiri. Bando Wakikuyu ndio niliona wapendi kuona. Ukitoka tu mmoja kama hukuwa pale uangalie. Wanaleta tu paka kwa simu. Intu tata. Paka tororo mubiri. Amadiga agoje karoroje.
Aranyirio bosi. Lakini nataka niseme usianze kusema sitaki mniangalie. Mnaniangalia kwa nini? Na wewe ni kiongozi. Sasa nitaweza wahubiri bila ninyi kuniangalia. Lazima mfanye nini? Hati niliona nikitangaza matangazo, huyo msee aliniangalia sana. Tulirichara lini? Abantu bao koligereri elindo batebi. Ndio nego. Hiyo ni jambo lingine. Kwa hivyo kiongozi katika idara na mambo mengine unayofanya. Jambo lingine ni kusema kwamba good leaders deal with troublemakers. Hii nayo ni safi. Hello? Wana troublemakers ni kusema nini? Wanaoleta nini? Fujo, vita katika utendakazi. Na hawa ni wengi. Kwa hivyo unajua vile unawashughulikia. Proverbs 20:26. Proverbs 20:26. Hawa wanaoleta shida katika utendakazi, unaelewa jinsi ya kuwashughulikia. Inasemaje? Biblia yasema, neno la Bwana linasema, mfalme mwenye hekima huwapepeta wasio haki. Anafanya nini? Huwapepeta wasio haki. Anawapepeta wasio haki. Naye hulipitisha gurudumo la kupuria juu yao. Yaani analeta gurudumu sinapita juu yao. Fungu la 27. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Usiende hiyo. Sasa nataka uweze kusikia hivi. Mfalme mwenye hekima anapepeta. Kama kuna mtu anayeleta shida, unapepeta. Unaelewa, unajua huyu analeta shida kwa nini. Unatafuta mbinu ya kumshughulikia. Titus chapter 3 and verse 10 ukienda mpaka 11 inaweka mambo hayo sawa. Tito 3:10 naye anasemaje? Pumzi ya Mungu yasema. Pumzi ya Mungu inasema, mtu aliye mzushi baada ya kumwonya mara ya kwanza, umuonye mara ya kwanza, mara ya pili mkatae. Fanya nini? Mkatae. Kataa hiyo mtu. Ukijua ya kuwa mtu kama huyo amepotoka, kama amepotoka tena atende dhambi, maana amejihukumu hatia yeye mwenyewe. Ujumbe wa mwisho na baraka. Ngayeka kusigiri. Kugusingo bado. Tito 3:10. Jadero wanasema chungi maro. Chungi. Inasema omuntu orarete ugwiatanana, omuntu aisekoretu ugwiatanana ase kanisa eye ekero kwamukanirie onyako mukani boire elio eritang'ani naende eriakabere omwange ango omuntu oyo torakora gukireveni 11. Manyanga omuntu nga buno oyo weatananire naende nomokori ebibe na ere omonyene wegambirie. Naero manyene kwento kike wegambirie. Mtu kama ni kusumbua, achana na yeye. Bantu bande mbale nobereka bado bao kuruma. Bakungu nini moko kongi abana. Chenanya kokongi mwana. Ke mwana kwa kiarire njyo kumanya getakete. Wake ataraji na ngusha kabere akorumenga ka. Baro tenga turage na anata day. Gaki. Ngaki wate bamata. Bidia ikire ko bisiba. Abi bimotokere. Kuna mtu hata uweke kwa mgongo manyanga kyo kodiri nere. Tunaelewana? Manyo muntu nga kyo kodiri nere. Asigitiga konkora nakina kwa ndeke gusi bintu bindi taiti kwende mitandao kiagara bila soka Nairobi. Ngatene kanisa imenkanyora abantu mulisi babwate bidogo bye magogo. Biri na rucha abana bako samba kujali. Kanisa ingia no mwachiro abantu amwachiro ini. Mwacheto.
nere yingote birogo birimbi arengo mali numwaje to moroje chigari chigikote na isikari mbaisa ine bantu mbaisa ine kobera makoko kanisa ne korovingi ya smart kuna aje inakwa neke kushike yani matembi basa weka Nairobi oyo Nairobi oyima etengo kwa no utaiweke kusi unless baje kama tabi. Unajua nilisimama kanisani rede ngasabebi loko kubulinga basacha abamuna nyasara konyete kanisa moye buni musaja tayo ora aruire nyasaye biroko nonyembi 5 bye plastiki bashiriki bakamanya gutina tata mondago tabanga ndike biroko 50 keroko kya 970 montote bandike 30 ndike 10 ndike bigeka ku 370 na ndinga batenge biruke bikuja by Friday Sabato tokore kendoki tata bantu chizi turesa la namba ya ene regio kibashika tu Friday Thursday nikasikia pesa zimefanya nini zimeenda kwa treasurer bakachiri biruko town bakareta polisi orengo manene tali munu oyo itu amanya ko nyundero mununga baiste biruke byo kukoranga ye minute minute ya baragendo agonsa ngai tuikaranse te tokatebania tokoregento ki tokore biro ochire koreta ibirusi asaba lisibandi bakamata abantu mata abantu bachite sukuru na abantu abaya sukuru akingo konyira abantu ake akino utali kukuba to bongo uchite 1+2 kamanya lende ningi ikinege nteki akino utakora lakini ko ichoso bata mbiara mata saruji sikia tigamba tebi unajua bakamukanye sibiti bakamudi usalegeti ebiroko mulandi ekara mbo yairite bako mubuli asinara akune tebes kagere dini yege tukibwato burwire wa ukoma ngendo ki hebesa bebecha mwishoe nilipoingia tena kwa kanisa kuombea viti naenda abande bakatebanga ntware ngona into na into ngo kana toreka ndoki tago dosiekera. Kuna watu wanataka kufanya kazi ya Mungu na ni kweli wakatoa wakarua na abande bakatebanga baminto wiki elina abulenge buya na tukasangila over 200 watu wakaanza kuchaza hizo viti bilogo bya ndokeke bone bilogo bichiri kuru mutwe bakarali bono kanyoro ngangiri ngana seki na muruka ne romo nene na ntamo boria dibaga manya konga amjamba lakini bono kiochengo kwa muntu uyu na ne romo lisho no manene ngodiri nere buja gachaka godiri nere bunamanyete lakini unankoro bado nabasani tuli. Haleluya. Kwa hivyo kama umeona kuna mtu anasuia kazi isiendelee, msaidie, lakini ndani ukiwa na upendo okokonyo muntu nuvwanchani sio na chuki na kumchukia, hapana, okomokonya na hekima na wanyele family. Kama kweli, hebu nikuulize, una watoto katika familia yako na wanasoea wote kula kwa meza, lakini jioni usiku moja ukute kijana ameenda kichakani huko anasema nipe chakula yangu kuja hapa kwa ukuta na tara sari kukuruwe mesa ndio oko bako 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 jo yaya yuko kuligie njero manyenga. Kwa nini akaendoro bako? Utafute mbinu ya kufanya nini, ya kumlechesha. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye anayesumbua, jaribu sana omokonyo muntu yu. Wacha kunyamansa katika utendakazi. Mwisho, kwa sababu sitaki kukaa sana, uongozi katika idara zetu
Niliwaeleza tangu juzi kwamba jaribu idara unayofanya iwe imefanya kazi. Halo, idara yenye unafanya kazi. Siku za leo kuna watu wengine, nashukuru hapa Dikonari ndio idara ya muhimu katika mambo mengine, nachunga mali ya kanisa, usafi na kila kitu. Lakini unajua siku za leo makanisa mengi wameajiri watu wa kuosha kanisa. Barikira abantu bakoruka chikeateka. N'abadikonesi mbabwati bagabuya. N'abadikoni bale pisi. Bono tikabaru chibesa. Abantu basibigendoki. It's very dangerous. Abantu abo bamenya gukora gendoki. Bayire imibaraka abo barika. Kiana ubarika ayagwatiga roreri yende. Hata kama wewe ni msomi, lakini Mungu amekupa ruhusa uweze kufanya kazi pamoja naye, wewe kuja na kiugutie karibu yeka rokali principal eko mopunsi ye kanisa na kiugutie nse kale ko baswiti. Halo karole ole engineer ukubange birogo. Halo takuja kuangalia hayo mambo. Ekarole gento git olema okora byoro bagarwaki. No, hata kama umeajiri watu wako nyumbani wanafanya kazi yako, kwa manya gotomo molikuo ngagenda ondabirie kanisa kianayo ko mwakana omoliku motigara bika ayenchuna yo modikoni na byarali mpako modikuo kumi pako molikuo kuminga ki ndio kino mate kubata amaro. Nando kumatenga itatoka ndora na njini kuchini kora bia kanisa kumatenga ayaturi kora bia yo kotengera ko bamaro kuchika. Sikia, makanisa mengine na idara zingine na wewe ibira bintu bine biri kwenda kuibira chikanisa nchiri nkogenda kuda makanisa ninaenda na bana mwaga achiteyi mwanyora pale nyuma na omokol testu ubegite chiburu baro mabati amakwatu chinku ukanege sumugie chinko koke na ende mukobeka kurwasa abantu bakora kintu ki torikie mineti tuise korikie mineti yo kwagache kanisa iyi nesto mwale kwagache mineti yagache te kanisa nesto mwale kwagache ngimwale kwagache edebe yakogoka ekaro mwasore kobeka chiburu baro ime ndo chikanisa te bwati kazi kwanye yibantu bikaranste bigete nusu magane chiburu baro chokate kintu Mongaka bande babe kalirongo ali pulpit kuna nyandiki sinda atuome ko chiko haleluya chinko le pulpit. Jaribu hakikisha chikanisa chimwangete ebiro sina mabati bichaba chabuga ogendei chibangi ubutamba smart buya babekitaka carpetings inchuga esabat bana limoko abuza mambe mambie bumbi tochake saba school yagera mwale ngeberi pisi ekanise nga ichandekete mongaka abarangi ya ronkolindi ngakimoigwe kolindi ya sato konye. Unapofanya kazi ya Mungu fanya kana kwamba unamfanyia Mungu kazi, usifanye kana kwamba unafanyia mtu mwingine. Na Mungu atubariki kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Women ministry wako wapi? Women ministry, by the way, naposema mnakuja haraka. Women ministry kwa ya hiyo ikuje. Nande goro mwachite mutarandora. Ikini kesi. Jana mlienda. Kwa hivyo women ministry kuja haraka, umtukuze Mungu kwa nyimbo, kwa wimbo. Mkifika hapa mbele nitaomba. Tukimaliza basi. Kwaya Get to the point. Take a step forward.
4. Kwa hivyo na nyinyi mko katika laini yetu. Sasa wakitoka hapa na wanaofuata ni vijana wetu. Baadaye our guest choir wao wanapokuja wanatupatia nyimbo 2 kwa sababu wao ni wageni. Nataka tuombe. Okay. Tuombe ndio wakiimba mgeni aweze kuingia. Baba mtakatifu, Mungu wetu ishie juu mbinguni, asante kwa sababu umetupatia nafasi ya kuweza kusikiza kutoka kwako katika kipindi cha idara ya uongozi. Bwana, tubariki tunapotenda kazi pamoja nawe, iweze kuinua jina lako. Tujue ni wewe umetuita ili tuweze kufanya kazi hii kutoka chini hadi juu. Bwana, tujue kwamba ni wewe unafanya kazi yako, ukitutumia tu kama vyombo tu za kutumia unapotaka wewe mwenyewe. Tubariki kwa neno lako, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Wakiendelea kujipanga, kanisa mjambo. Jana na juzi tulitangaza sadaka na saka mbichi, lakini sijaona. Kuna mmoja alituambia haka na mti nyumbani, na wengine wanametuambia kuna vitu nyumbani kama kuku, ng'ombe, nini. Tafadhali siletwe ili tuweze kuuza kabla ya Ijumaa. Anya kualeta, kama ulilete, tafadhali ulete hapa. Sensengi yangu malaika bagotera, haleluya somotoria hosana somogami, togotara nobore mutokora wanatata, oreseye mile nobororo goche sengia.
Asante kwa yetu ya Women Ministry kwa wimbo mtamu. Tunawakaribisha nyote katika makambi yetu ya Magena Central, ambayo ikiwa leo ni siku yake ya 3, tuko katika makambi yetu. Tunashukuru wale wote ambao mmefika na wale wote mko njiani, mmekaribishwa. Ni makambi ambayo yamekuwa ya kufana sana, na vile muonavyo ni makambi ambao yako na wanenaji ambao Mungu ameweza kuwatumika kwa njia ambayo ni ya kufaa sana. Nataka kuwaleta wasikilizaji wetu na wale ambao wanaendelea kutuona katika YouTube, nikiwakaribisha katika makambi yetu ya Magena Central, ikiwa ni siku ya 3. Vile muonavyo, ukitaka kuingia au kuangalia katika makambi yetu ya Magena Central vile yanavyoendelea, kiangalia katika Get the Point, utatuona hapo. Kwa hivyo nawakaribisha wote. Vile tuonavyo, wengi wanaendelea kutuona kutoka nchi za mbali, nchi za Uarabuni, nchi za ng'ambo, na katika nchi yetu ya Kenya yote. Kwa hivyo nimewakaribisha wageni wetu, kwaya yetu, wageni ambao walitumwa hapa wakiongozwa na Pastor Evans Nyandigisi na Eva Mata Isaka, ambaye ni mgeni wetu wa pili, na mgeni wetu wa vitabu ambaye ni Sipora. Mmekaribishwa nyote katika makambi yetu. Kwa hivyo kwa sasa hivi, sijui Mata yako karibu, tunataka kumkaribisha katika kipindi ambacho kinafuata ili aweze kutuletea ujumbe. Karibu. Bwakire mbuya mule iko mwarosire nabokorosa abantu bande barumate batali kurara bakugwa day and night taimanga na biashara kiago korara, lakini nabarumanya biashara igo irategemea ngo muntu nachieta agachikorara gose nachiete naenda ajokora ebinde ensangia gochimoina ambo kabira saheli bo kabira tatare Kiswahili na gochiagusi tatare kigusi ensangia yongo saba siense yeme chando na kongira ase
tebyoko ganya kwane moyo nayo rokolembya eliombua omotemi ensa engia yogo tata nyasaye kwana mona intwe bunoralira bebyasole nakugo sabasi yeso oyoromotorio ito. Amen. Jana katika resoni ya maombi tuligundua ya kwamba lazima tumkabidhi Mungu shida zetu ili aweze kuzitatua. Na ukisoma katika kitabu cha First Chronicles ni kitabu cha mambo ya watu gani? Mambo ya Nyakati 4 mstari wa 9 mpaka 10 unapata mtoto mmoja akitwa Yabes. Jina Yabes mama yake alimuita Yabes kwa sababu alimzaa kwa uchungu. Yabes alikuwa mwerevu, alikuwa mwenye hekima kuliko nduguze. Unaposoma verse 10, wakati alikuwa anamulilia Mungu, alikuwa na lengo. Kuna watu ambao anapoanza kuomba ana lengo. Alijikuta akiomba anaomba bila lengo, anajifunga, yani wakati anafunga bila lengo. Lazima uwe na lengo katika maombi yako. Yabes alimuomba Mungu maneno mane. Sijui kama msomaji umefika huko. First Chronicles chapter 4 verse 10. Verse 10 inasema huyo Yabes alimlingana Mungu sasa wa Israeli. Yabes akamlingana Mungu wa Israeli. Akisema, kwanza kumlingana Mungu ni kumaanisha nini wa Kiswahili? Sasa nafikiri ni sawia na kumuita Mungu. Karatika ora bege Swahili asonga soma gosena ana Mungu basiri. Ngakiere. Yabes alimulingana Mungu, alimuomba Mungu, alimuita Mungu, akimuuliza amfanyie yafuatayo. Alafu Lau kwamba ungenibarikia akaomba kweli. Mibaraka. Number 1, akaomba mibaraka. Na wewe shinda ukiomba mibaraka, ambia Mungu ya kwamba nibariki. Na ukumbuke unapoomba mibaraka uwe wa kwanza kubariki wengine, uwe wa kwanza kutakia wengine mibaraka. Alafu na kunizidishia hozi yangu. Anamwambia Mungu ya kwamba ukinibariki sasa sidiza hozi langu. Sasa hozi ni nini? Hebu kweyeta akasomweke kusina liera igweke bantu bage Swahili mbalia. Aya angambande beti hozi rende na ningi kusidiza hozi. Ngakike Swahili hozi ni nini sasa? My territory Kiingereza. Hiyo basi tutasoma kiruka tena. Alafu kwa nabele nasema kwamba na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Sasa baada ya kusidiza hozi lake akamwambia Mungu ya kwamba mkono wako sasa uwe juu yangu. Yani baada ya kubarikiwa hozi isidizwe, kisha baadaye mkono wa Bwana ukae juu yake. Number 4, nawe ungenilinda na uovu. Alafu sasa amlinde kutokana na ovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Sasa ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Yes, aliyoyaomba maneno mane Mungu akamjalia. Hivyo basi na wewe unapoomba kuwa na lengo, na muambia Mungu nini nataka anifanyie, nini niko na shida gani ambayo nataka nimkabidhi Mungu. Umechoka je, umesumbuka, mwambie Yesu sumbuko lako. Dia yapitayo Yesu
Yesu pekee. Sasa badala watu wamwambie Yesu pekee, lazima jirani ajue ya kwamba tulikosana usiku, lazima jirani ajue ya kwamba huyu ni mpanda ovyo. Yaani shida zetu ni majirani wanatangulia kujua, jamaa na marafiki mbalimbali. Sasa Mungu anakuwa wa mwisho wakati mtu amegonga mwamba. Mungu atusaidie awe wa kwanza. Ndio maana tuliposoma katika uwakili tukapata ya kwamba Mungu nafasi yake ni ya kwanza. Yaani hata iwe namna gani, nafasi yake ni ya kwanza. Ikiwa ya kwanza, hata jamaa na marafiki hawatajua shida zetu. Okay, naomba niingie kwenye mada. Inasema kufunga. Kufunga nako kuna tatiza watu. Wakati mtu anafunga, anataka hata uso uonyeshe ya kwamba anafunga. Sasa sijui anasoma wapi msomaji? Kitabu ni cha Mathayo 6 mstari wa 16 mpaka 18. Maandiko nasema tena mfungapo. Sasa unapofunga, msiwe kama wanafiki. Sasa msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjama. Yaani lazima akunje uso ya kwamba amefunga. Hivyo basi ikiwa alilala njaa sababu ya kufunga, sasa lazima mtu ajue ya kwamba huyu mtu si rahisi, huyu mtu anafunga. Alafu maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Watu wawaone. Amin nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Thawabu yao ameshaipokea. Bali wewe ufungapo. Sasa wewe, sababu ni wa maandishi matakatifu, mahali Yesu alikuwa anajibu shetani ya kwamba imeandikwa. Sasa wewe unapofunga, jipake mafuta kichwani. Jipake mafuta kichwani. Unawe uso. Nawa uso. Ili usionekane na watu kuwa unafunga. Ili watu wasikuone ya kwamba unafunga. Ila na Baba yako aliye sirini. Sasa Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini, na yule anaona sirini, atakujazi kuhusu hazina. Yes, atakujaza. Sasa ni juu yako. Lazima watu wajue, wagundue ya kwamba yule mama vile ulimuona, si uliona amekunja uso, si uliona uso wake umeparara. Hiyo sio kufunga. Na kuna baadhi ya wengine hatujui maana ya kufunga. Unafunga, baada ya kufunga ikiwa ni siku 3, unarejea hali yako ya kawaida. Ikiwa ulikuwa na chakula, unakula kama nyang'au sababu umemaliza mambo na kufunga. Naomba Biblia itoe mwelekeo. Je, ile chakula ungekula wakati ulifunga inafaa ipeanwe kwa nani na nani? 58 verse 2 to 8 Isaya 58. Maandiko yanasema walakini ngoja kwanza kabla hatujaenda Isaya, naomba nisome Kiruga mambo na kufunga katika kitabu cha Mathayo. Ekeromo kuengata timonyiria masiaino buna bangainireria ekiagara barabuni ko bakunyiria masiabo erinde banyare kororwa nabantunga mbeng'atete nekena nabatebirie nga banyorire ng'erie yabo kulindaye gokueng'ata eakamaguta omotuo bwesi byobosio bwao tobaisa kororwa nabantunga mbweng'atete kulinde ororekane ase iso ole bobisi na iso oyo okora bobisi na gwakane. Haleluya. Ta koroka sabantu nebitoti koroka sabantu yani unga kusenga ki ngirinde bagokumie omaete muna bagokora gogokumia nayo kobakumia ya bagokuwa na yure yao. Okay, naomba tuingie kwenye kitabu cha Isaya. Isaya 58 fungu la 2. Walakini wanitafuta kila siku. Yes. Hupenda kujua njia zangu. Kama vile taifa waliotenda haki. Yaani tunapenda kumtafuta Mungu na tunapenda kujua njia zake, na ndio maana tuko hapa ili tujue njia za Mungu. Tumepotea wapi? Tumeotea wapi? Ili tuweze kurejea hali ile ya zamani, sababu Biblia inasema kwamba angalia maandiko. Sasa tumekuja hapa tumtafute Mungu na tunapenda, ndio maana tumeamukia. Alafu
wasioacha sheria ya Mungu wao, hutaka kwangu amri za haki, Yes. ufurahi kumkaribia Mungu. Yes. Fungu la 3 lasema, husema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumefunga? Tumekutafuta ndio, na tukifunga huoni, sababu hujatujibu. Mungu anawaambia nini? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu, lakini huangalii? Fahamuni, siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe, Yes. na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana, Yes. na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Yaani tunafunga tukiwa na vita sisi kwa sisi. Vita gani? Niko na uadui na mtu fulani, lakini hapa ninafunga. Hata nikifunga mwaka mzima Mungu hataona, sababu napiga vita. Wakati unaendelea kwa maombi, adui anakuja kwa picha yake. Na kuna baadhi ya maombi tunaomba ya kwamba Mungu, unajua fulani ni adui yangu, naomba umsongeze mbali, ikiwezekana hata umuue, ikiwezekana mrudishie yale yote ambayo amenipangia. Sijui umewahi soma wapi maneno kama hayo ya kwamba Mungu aweze kurudishia adui yako yale mabaya anakutendea. Kuomba kwetu ndio kunafanya Mungu hawezi kujibu maombi yetu, vile tulisoma kitabu ya Yakobo ya kwamba tunaomba lakini tunaomba vibaya. Alafu fungu la 5 lasema, je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake? Alafu ni kuinama kichwa kama unyasi, yaani unainamisha kichwa kama unyasi, na kutanda nguo za magunia na majifu chini yake? Alafu je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Fungu la 6. Je, kabla hujaenda fungu la 6, naomba nisome Kiruga ili tuweze kuelewa, sababu mambo na kufunga imetusumbua sana. Abantu abaniko bakondiye kera lituko na nigo bagokirie bamanye chinjira chiane, nigo bangabunegesa egesaku kego koroboronge yetana gotiga majikanya saobo barabuni go bakomboria mbagambie ebina bya boronge nigo baganeti Nyasaye abaikiange. Abantu abo nigo bagoteba nase kitokwe-ng'ata nayo manana tolikorengeraria mang'ana ayo, nase kitogwekeia naye tolikorora ayo manana nigagoteba rora rituko erio mokwe-ng'ata nigo mokwerigeria ayo ayakobagokia inwa abanyene naende mwachanda abakori emirimo baino bonsi. Rora inu nigo mokwe-ng'ata ase okuomana na okwamererania, nigo mogwaka na chinkundi chiogokora amabe. Okwe-ng'ata kwaino buno okwerituko ria rero nigo kogotanga ogosaba kwaino tikoigugwa igoro ine okwe-ng'ata nakwo oine okonakwo okwe-ng'ata inchenganetie ine eyenere enchera endonge omonto agwekeia ogokumba omotwe buna risakwe na kwebo yechigunia amo nokwea karibu ine ayo naro mokoroka okwe-ng'ata nerituko rikomogwena ro manene kumba masio kumba imetu buna risakwe waete namba 13 yanja gokina ego asatobu ego togoikeri goikori butore bono huwe kumba koriga ego kori na kuo okwe-ng'ata bono Nyasaye nkorwara omwereka ase ekebungo gia Esta na Saba erinda atotebie kero tokwe-ng'ata buna tokororekana igo gokwe-ng'ata akikisa ng'a segi ende tobwati segi nonde bono gokwe-ng'ata Nyasaye gakoigwa ebirero, lakini enyo gokwe-ng'ata ng'ane ng'atera abana bane baba nachire gotema kwe-ng'ata tindochi twachikana bang'ina tiga toiche ase ekanisa erinde twe-ng'ate twacha kwerigeria obonene twasoka korwa obosa totarochi kende tokogenda prayer band ya bang'ina ntango muna riri twakora okwe-ng'ata ntango onde Nyasaye akorere gekone onde taiyo Nyasaye akorere gekone ekiagera twensi no ni yani tulikuja kujitafutia makuu. Okay, verse 6
pumzi ya Mungu yasema, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, yes, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Je, sio kuwawia wenye njaa chakula chako, na kuwaleta maskini waliotupa nje nyumbani kwako? Yes. Umuonapo mtu aliye uchi, umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Sasa ikiwa umefunga siku 3, ile chakula ungekula inafaa upeane kwa yeyote ambaye ni mnyonge, yule ambaye hana, lakini tunafunga baadaye tunarudia ile chakula yetu tunakula kawaida. Yani ungetumia pesa ngapi wakati ulifunga? Ungetumia 200 unafaa upeane. Yani lazima tuwe watu wa kupeana baada ya kufunga. Sasa tunafunga na tunarudi tunaendelea. Nisome Kiruga. Okwengata nje na njire noko, musibole chingatale chiobobe. Ikiwa ulikuwa na adui, sasa musamehe ndio wanze kufunga. Musibole chinkini chia makorogoto, baba chandegete bagende na mubunekera likorogoto, mwatananire abale nenjali endagera yaino, abantu abataka batabugati chinka mubalenta asenyo chinyomba chiaino, ekero mokororo omonto oregetirianda momoboiye timobaisa kwanga gokonya abale nomubere na amanyinga bunainwe. Okuna kuengata nyasaga neti yagira no kuengata tokumigwe ngokumi togokora gokumigu na into tokumi ige yanga kwabwate bonorenta kikapu cha rehema, maana ulifunga ukamulilia Mungu. Ikiwa ni chakula, leta kikapu cha rehema. Ikiwa ni pesa, kikapu cha rehema, ili wasumbufu waweze kusaidika, na Mungu wa rehema atajibu maombi yako na atayasikia. Lakini sana sana lazima ile minyororo lazima tuiache. Na ndio maana unaposoma 11 verse 28 Mathayo, Biblia inasema ya kwamba njooni mliolemewa na mizigo, njooni. 11 verse 28 Mathayo 11 fungu la 28 yasema, inchu asende inwe mwensi abamwarosiwe asemere mimerito nabuo mwabonekire n'ekigurube na inche nimba timokie. Ige karo toko genda asinya sae iyo toko genda sogo timoka chigurube chiri twabwate chonsi iyago totimokia bono omonto nakiore ngate nande norere chigurube nande gwasoka koruwe kwa ngato okwo nande kwagenda ne chigurube chiria na aye. Na ikiwa umefunga na Mungu ametenda jambo fulani mahali fulani, labda kwa mtu fulani, usije ukajisifu ya kwamba mimi kufunga kwangu hakukutoka bure, sababu Mungu amenionekania. Nimeona yale matatizo rafiki yangu alikuwa amepanga kuniletea, nimeyaona akilechea boma yake. Usije ukajisifu. 9 verse 4 Deuteronomy 9 verse 4 Deuteronomy. Usiseme moyoni mwako, Bwana Mungu wako atakapokwisha kuwasukumia nje mbele yako. Sasa Mungu akiwasukuma nje mbele yako, ukasema ni kwa haki yangu ulivyoniitia Bwana. Ni kwa haki yangu nimeshinda nikimuombea, nimemulilia, kumbe machozi yangu hayakumwagika bure. Si unaona vile Mungu amemjibu? Ni miliki nchi hii. Yes. Kwani ni kwa ajili ya uovu wa mataifa haya Bwana amewafukuza nje mbele yako. Yes, ni Bwana amewafukuza. Ni kwa ajili ya dhambi zao. Sio kwa ajili umemulilia, sio kwa ajili Mungu yani wewe anakupenda, yeye anamchukia. Ni kwa ajili ya uovu wao. Usije ukajisifu. Ndio maana unaposoma 24
verse 17 and 18 Proverbs. Biblia inasema wazi kwamba ukifurahi juu ya adui zako ya kwamba wamepata mateso, Mungu atakasirika. Mungu atakuwa na hasira juu yako sasa. Ndio maana wengi tunaomba badala tupate mafanikio, badala tubarikiwe, tunalaaniwa. 24 verse 17 and 18. Maandiko yanasema yes. Usifurahi adui yako aangukapo. Sasa adui wako anapoanguka usifurahi. Wala moyo wako usishangilie moyo ajikwapo. wako usifurahi, usishangilie kidole. Mungu amemuweza. Unajua nimeshinda nikimuombea. Yaani mtu hataki kuombea mtu mwingine mazuri. Ikiwa hajaokoka, hatujawahi muombea Mungu mubadilishe, kutana na yeye jinsi ulivyokutana na Sauli wakati alikuwa anaenda kutesa watu wako. Hatutaki kuombea watu maneno mazuri, tunataka tuwaombee mabaya. Na ile hali Mungu anatuangalia, badala yale mabaya tunaowaombea yaingie kwao, yanaturudia. Fungu la 18 linasema Bwana asije akaliona hilo. Sasa Bwana akiona ya kwamba umefurahi na umeshangilia, likamkasirisha, atakasirika, akageuzia mbali naye hasira yake. Mungu atageuzia mbali hasira yake. Yaani mtu angesoma Kiruga ingeeleweka vizuri. Wanto baji teka migotekerera tali gosoma. To baisa kogoka. Ekero mubiso wagure. Iwe ya era ira. Ngairinde yaji. Wasito baisa koba. Libero. Nani waja libero? Ya. To baisa kogo kekero mubiso gagure. Na enkoro ya ote baisa gosasoka ekero agochirwe. Arafu omonene nigara arore okogoka okuo agechigwe elio onchole ndamwamu yaye eru aso mubiso. Yes. Nilishangilia niliposikia kwamba mtoto wake ameanguka. Mwanamke amejisifu, mwanamke amejifu, kumbe mtoto wake alikuwa mpumbavu kiasi. Nilifurahi ya kwamba amechukua mtoto wake shule kubwa. Mimi wangu alikuwa shule hii ndogo ndogo, lakini alipita with A, lakini wake alipita with E-. Wewe furahi, shangilia, lakini kumbuka ya kwamba hata wako akienda chuo kikuu si mwisho wa masomo. Huenda atafika huko aingie semester moja ya pili aseme ya kwamba wachawi wameniroga, na ile hali hacharogwa. Ni kwa sababu yale maneno halitarajia kupata huko yaligeuka yakagonga mwamba. Hivyo basi usiche ukafurahi. Ikiwa wewe kazi yako ni kushangilia, Mungu atakuwa na hasira na atageuza hasira ikae juu yako. Yo basi ikiwa unataka Mungu ajibu maombi yako, ikiwa unataka Mungu ajibu kufunga kwako, uone tumaini, lazima uwe mtu wa kuombea wengine mema. Lazima uwe mtu ambaye akona uhuru kutokana na watu wengine. La sivyo kufunga kwako kutakuletea answers for no good reason. Igogo kuengata ayaligereria hakikisha nga abantu bonsi mure with good harmony na barabuo. Na inde gokuengata sabera abantu bande basabera maya elinda maya yo aira na kucha sore. Tulisoma jana ya kwamba ikiwa wewe si mtu wa kubariki wengine, na wewe hautaona mibaraka. Biblia ikasema ya kwamba mibaraka ikae mbali na wewe. Yo basi lazima tuwaombee wengine. Nikakwambia ya kwamba Sulemani alianza kuombea watu wa taifa, lakini sisi tuko na ubinafsi. Sasa ule ubinafsi ndio Mungu anaangalia na anaona ya kwamba wacha wewe kaa vile ulivyo. Hivyo basi tukifunga, tufunge kulingana na maandiko matakatifu ili tujue ni nini inafaa tufanye kabla hatujaanza kufunga. Tukiwa katika kufunga, tujue tunafaa tukue hali gani. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Sijui ni kwaya gani inafuata? Vijana. Na kabla vijana hawajakuja, naomba
mama mmoja, mzee mmoja pamoja na kijana wache kwa ajili ya maombi. Na jana nilifundisha na leo nimefundisha kwamba unapoomba omba na lengo. Jana na maneno ya msafara wa maneno. Msafara wa maneno, hiyo ni wakati uko maombi yako ya sirini, na ukumbuke Biblia ilikataa usipige kelele ili jirani ajue ya kwamba sasa ni wakati wako wa maombi. Yaani jirani anajua ya kwamba hiyo ni saa 12, nani huyu anapiga kelele? Unajua hiyo ni kelele. Hata ni yule muombaji, hiyo ni saa yake. Wanapokusubiri waone vile Mungu amekubadilisha, badala ubadilike uwe mtu mzuri, ndio unaendelea kuharibika. Iko Mungu natali kambi yeye. Abaiseke boka mora, baiseke bano nchuo moiseke oyomo. Ukiarende naenda ba mora bali mugachete ichiro bano manyana abaiseke boka bara. Moru abosa. Naomba kaka mbali ya igana ba mora boka bara. Anjia nisi. Anso abachia nisi tuwachete. Okay. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa wema wako Mungu. Siku ya leo ninawakumbuka vijana katika maombi ya asubuhi ya leo. Mungu wetu ishe mbinguni, kuna vijana ambao wanatafuta wajumba, kuna vijana ambao wanatafuta kazi, kuna vijana ambao wanaendelea kutafuta elimu ya shule ya dunia hii. Naomba kama mfalme uweze ukatubariki. Na zaidi ya yote Mungu tusaidie tuendelee kukua kiroho. Mapenzi yako yatendeke jinsi upendavyo, kwani tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Mtakatifu, mtakatifu mfalme ishiye mahali patakatifu, Mungu wa mbingu, Baba wetu, tunyenyekea mbele yako na wingi wa shukrani kwa sababu umetusaidia tumeona siku ya leo. Baba wetu, tuomba utusamehe dhambi zetu. Leo hivi nimewaleta wamama wote mbele yako. Mungu wetu, unajua changamoto ambao mama wanapitia. Wamama ndio wareshi wa watoto. Wamama ndio wanatengeneza michi yetu. Wako na sehemu nyingi wanataka kufanya katika familia na ndani ya kanisa yako. Ndio hata sababu nasema wamama wawe ambao ni wamama wanaiga mifano mzuri ndani ya Biblia kama Mama Sara na wengine. Kwa hivyo Baba wetu, asubuhi ya leo nimeleta wamama wote mbele yako. Kila mmoja umsaidie, kila mmoja uongee na yeye kulingana na mapenzi yako, ili wawe wareshi wazuri katika nyumba zao, ili Baba wetu vile wanashughulikia kazi zao za mikono uwasaidie ili washughulikie kazi yako kama wamama. Ndio hiki kikundi cha Women Ministry siwe na nguvu. Tuombea wamama wengine awachaingisha katika kikundi hiki. Baba wetu walete, na wale tayari wameingia, Baba wetu wasaidie wajisusu, ili Baba wetu upate nafasi nzuri ya kuongea na sisi, ili mapenzi yako yatendeke, na wamama wengi nao waende mbele kuhubiri Injili kama wamama wale walifanya enzi zile za Yesu wakati alikuwa duniani. Magonjwa ni mengi anapatikana katikati ya wanawake. Tuomba Baba wetu watibu, uwasaidie, ili Baba wetu ile kazi umewaitia ndio tutafanya, kwa sababu tuko huru kutoka kwa magonjwa. Baba wetu, tuwakabidhi wote sasa mikononi mwako,
Roho Mtakatifu etufundishe na tuongoze katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Baba na Mungu wetu ishie milele, tuache mbele zako na wingi wa shukrani, tukisema ni asante Baba, umetulinda. Jina lako litukuzwe na wastahili kuabudiwa kila wakati. Baba, tukiomba, tukiwa mbele zako kama sisi wazee, tuwakabidhi mikononi mwako. Baba, tuomba hekima yako, utujaze kama wazee Baba, ndio tuweze kusoma neno lako, tukujue, tuelewe na tuwe mfano wako. Baba, tukiwa katika uongozi, katika manyumba zetu, tuomba hekima, kwa vile hatuwezi kujua kuongoza bila hekima kutoka kwako. Baba, kuna wale ambao hawakujui, na sisi tuomba pia Baba, uweze kugusa wazee wote mahali popote walipo, nasi kikundi chetu kama cha wazee kiweze kueneza injili kupitia uimbaji, kupitia kufunza wengine. Pia Baba, tuweze kufikia wenzetu ambao wako nje ambao hawaja kujua. Baba, tuishi nyakati ambazo ni ngumu, pia mapato yetu kama wazee, tuomba Baba uweze ukatujalia, kwa vile majukumu ambao yako mbeleni mwetu ni mengi. Tuwajikabidhi sisi sote kama wazee mbeleni mwako. Zaidi ya yote tukujue wewe ndiwe Mungu wetu ambaye tunatumainia. Tuomba haya machache tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Asante. Mungu uyajibu maombi, maombi, maombi. Mungu uyajibu maombi, maombi ya watu wake. Uliza, amini, pokea, shukuru, lingana na ahadi yake, ombi lako litajibiwa. Amen. Kwaya ya vijana. Wakienda kujipanga tuimbe chorus. Iende mbele injili yo, iende mbele injili ya Yesu, ndiyo maana tunasema iende mbele, ndiyo maana tunasema iende mbele. Wajinga wasema hakuna Mungu, sisi tunajivunia upendo wake wa ajabu uliotutoa kwenye shimo la mauti, ukatuweka huru ugani mwa vita, shetani ashindwe. Wajinga wasema hakuna Mungu, sisi tunajivunia upendo wake wa ajabu uliotutoa kwenye shimo la mauti, ukatuweka huru ugani mwa vita, shetani ashindwe. Ni baraka yote yatoka kwake Mungu Muumba, aliumba vyote dunia na jeshi lake kwa
wake, hakuna mwingine kama yeye. Ni wa jana hata na kesho, anastahili utukufu siku zote. Ni baraka yote yatoka kwake, Mungu Muumba. Aliumba vyote, dunia na jeshi lake, kwa uwezo wake, hakuna mwingine kama yeye. Ni wa jana hata na kesho, anastahili utukufu siku zote. Wajinga wakana neno la Mungu tulioandikiwa kwa Roho wake Mtakatifu, kuziongoza tabia mienendo yetu, japo mawimbi pepo kali na zivume, tutashikilia. Wajinga wakana neno la Mungu tulioandikiwa kwa Roho wake Mtakatifu, kuziongoza tabia mienendo yetu, japo mawimbi pepo kali na zivume, tutashikilia. Ni baraka yote yatoka kwake, Mungu Muumba. Aliumba vyote, dunia na jeshi lake, kwa uwezo wake, hakuna mwingine kama yeye. Ni wa jana hata na kesho, anastahili utukufu siku zote. Ni baraka yote yatoka kwake, Mungu Muumba. Aliumba vyote, dunia na jeshi lake, kwa uwezo wake, hakuna mwingine kama yeye. Ni wa jana hata na kesho, anastahili utukufu siku zote. Ni baraka yote yatoka kwake, Mungu Muumba. Aliumba vyote, dunia na jeshi lake, kwa uwezo wake, hakuna mwingine kama yeye. Ni wa jana hata na kesho, anastahili utukufu siku zote. Ni baraka yote yatoka kwake, Mungu Muumba. Aliumba vyote, dunia na jeshi lake, kwa uwezo wake, hakuna mwingine kama yeye. Ni wa jana hata na kesho, anastahili utukufu siku zote. Get to the point. Take a step forward. Get to the point. Take a step forward. Get to the point. Take a step forward. Nimkaribishe mwenzetu. Baba wetu aishie mbinguni, wakati huu tumekuja mbele zako, tunakurudishia asante kwa maana umekuwa nasi tangu asubuhi mpaka wakati huu. Wakati mwingine mwenzetu anakuja kwa sababu ya vitabu, upe watoto wako moyo ili waweze kununua vitabu, wasome ili viweze kutusaidia. Tuomba haya machache katika jina la Bwana ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Sister Spora, umekaribishwa. The Lord is good. All the time. The Lord is good. All the time. And all the time. The Lord is good, and that is his nature. Wow. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Ni wangapi wako na furaha? To God be the glory.
hata kama mwenzangu ameomba, wacha tena niombe tuweze kuangalia idara ya publishing. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. This day we cast it onto your hands. All the activities of Father in heaven go ahead of us. And the session that is ahead of us, we also pray, Lord, that you may come down and tell us what is your will through this session, O Father. And at the end of it all, we glorify your name. We pray this, hoping and trusting in the holy name of Jesus Christ. Amen. Amen. Onyege, kama kuna kipindi ambacho ni kigumu zaidi, ni kipindi kinaitwa publishing. Kigumu. Very hard. And it is the easiest one. Hallelujah. Amen. Yes, it is the easiest. It is the hardest, but it is the easiest. Why do I say kwamba ni kipindi ambacho ni kipindi rahisi, ni kipindi kizuri katika maisha ya binadamu? Hiki ni kipindi ambacho kitabaki na wewe hata kama Nyandigi si atafanya nini? Ataenda. Hata kama Martha Isaac akienda, huyu mchungaji wa publishing yeye atabaki kwako. Hallelujah. That is why I call it a good session for all of us. Ninataka kwanza tusome kitabu cha Mathayo. Mathayo ni 20 na not Mathayo, Proverbs 22 verses 29. Kitabu cha Mithali 22 fungu lake 29. Soma. Andiko linasema, Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Umeona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme. Huyo amepatiwa kibali cha kusimama mbele ya wafalme. Hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Huyo mtu hawezi simama mbele ya watu wasio na cheo. Is that not a discrimination? Pastor Nyandigi, ebu kuyenere jenu ini asetori. Ege songo kiamanya goteba iga. Kiingereza kinasema hivi. Seest thou a man diligent in his business? Yes. He shall stand before kings. He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. Amen. A good news says, good news, mwenye akona good news. Good news nere igora bwere ni utakongi igorera nonye na. Ndoche tikwalenga. Proverbs 22:29. Ninataka tupate kile kitu ambacho kinasema, yes, show me someone who does a good job. Kuna version inasema kwamba iko na jina skilled. Skilled. Yes. Do you see a man
who is skilled. Which version is that? King James. Sasa soma. That skilled man will stand before kings. Is an instruction. I like that. Where shall we find these skilled persons? Mtumishi wa Mungu alipokuwa ananena juu ya leadership, alizungumza maneno mingi. If you find that you are not a good leadership, then you are not skilled. You are not skilled. And if you want to be skilled, then you have to be a Bible student. Pastor Nyandis, ile maneno ambayo umezungumza hapa yote, ukipata kiongozi ambaye ananungunika, mbona mnaniangalia? Kwani Yesu si aliangaliliwa? Yes. Hata wengine walifika they pinched, they pierced him. Sasa ukikutana na ukisoma zaidi, ukijua yale yote ambayo Yesu aliyapitia, utasema kwamba afadhali mimi kuliko hata Yesu alipokuwa duniani. This one you cannot find it if you are not a good study student. A good Bible study student. And indeed, tunaelekezwa ya kwamba if you want to be a good Bible study student, you should have some books that complements the Bible. Hautasoma Biblia kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hizi vitabu ambazo tuko nazo hapa ni za kucomplement ili tuweze kujua lililo kusudi la Mungu. Sasa niko na vitabu pale. I have several books there. Nikianzia kitabu ambacho kinaitwa kile ambacho mchungaji Pastor Nyandigi si alizungumzia hapa sana katika session ya leadership. Kile kitabu kinaitwa Positive Mind. A good leader must have a positive mind despite of the challenges in his leadership, despite of the flocks that he leads. Na ndo manyagotebanga, a good leader must know the status of his flocks. That's Proverbs. You must know it. You have a positive mind towards the members that you are leading in the church. Kile kitabu kina mwongozo mzuri ambacho kitakuelekeza jinsi ya enjerogura abwere nonyene ngondi eri yabunekire nonyene eri etabwene tikokora gento kieke gotoka in the church. Pako uli ogotwera mate. Inakuelekeza uweze kujua jinsi ya kumsimamisha tena yule ambaye ameanguka. Hata wewe mwenyewe ukiwa hata kwa nyumba yako uko na hisia zile ambazo you have an agenda towards your family, but there are those obstacles, distractions that comes on the way. Kama ukiziangalia, kama ukizifuatilia, indeed you will never prosper. Kila kitabu kinatuelekeza if we shall have a positive mind even towards the difficult situations, as long as you see that ile goal ambayo iko pale, yale matunda ambayo yako pale, they are very sweet. Nikitumia kitabu ambacho pia kinaitwa Steps to Christ, kinaendana sawa na hicho kitabu kinaitwa Positive Mind. Kule pages za mwisho kabisa, I'm not good grammar ya pages, kuna topic ambayo inazungumzia mwenye shamba alikuwa amepanda maua, lakini hapa mwanzo ayo maua njia zake, sasa kama hizi njia zimewekwa hapa zenye tunapitia hapa, karibu katika njia penye unaanzia kulikuwa na miba mingi sana, lakini kwenda pale mbele maua ni mazuri. Sasa mtu mmoja akaja akasema, you gardener, you have a beautiful shamba, you have a beautiful garden, flowers are so beautiful, but the hindrance is here. Hii miba itanifanya nisifikie ile maua.
Sasa garden akamwambia, wewe usijali na hii miba iko kwenda katikati, it is just here, only the point that you are seeing. Hicho kitabu kilinipatia motisha. All of us, we encounter with the challenges in life. Now all of us, nobody will stand without being encouraged. Tunaendelea kusapotiana, na sana sometimes utaweza kuwa depressed. Una mtu wa kukusungumzia, like the Mary Magdalene. Hakuna mtu aliyekuwa na msungumzia, lakini alipopata ujasiri, alipokuwa na that positive mind ya kusema no, this Christ kuna mahali alinisaidia, wakati ule walienda wakasema we've gotten him in the very act. Yesu akasema yale aliyosema, baadaye akakuja kusema no, I've heard that man that is passing here, lazima nimfuate. Alipofika pale, there are so many people who discouraged him on the way, but he pressed on because he had a goal to accomplish. Abana banyasai, once you have a goal to accomplish, you have somebody to hold you up. Hallelujah. Lazima ushikiliwe. Wana tikato ira nento besako tababu na intune ne amatoka alichi ngaki ekoroko ngaki ngombe. Lazima tushikiliwe, lazima imani yetu toye burugere. That book is a nice book, is an expensive book, yes, but our lives are also expensive. Having a positive mind will move you very far. Kuna kitabu pale ambayo inaitwa Feeling Good. Feeling Good, kila kitabu positive mind goes with 9600. Lakini katika watu wa Mungu ambao wanataka uimizwe, you will read it today, tomorrow your children will read it, na generation yako itaendelea. Hata kama kuna yule mtu ambaye amekuwa discouraged katika maisha haya, pia akikuja kwako ukimpatia hiyo kitabu, itakuwa ya mibaraka mikubwa kwa maisha yake. Kuna kitabu inaitwa Feeling Good. Feeling Good, I think Madam Martha Isaac alizungumzia jana. Inazungumza juu ya magonjwa yale ambayo yanaitwa yote katika maisha ya mwanamke. Any woman. Hakuna mwanamke anastahili kukosa hicho kitabu. Wallahi. Hakuna mwanamke anastahili kukosa hicho kitabu katika nyumba yake, ama katika bagi lake la vitabu zingine. Maana hiyo kitabu inazungumzia juu ya breast cancer, vile inaanza. Breast cancer ikianza, mababa zangu ambao wako hapa mniruhusu, when breast cancer inaanza kama inakuanga na symptoms. Na hiyo mimi nilikuja kuijua juzi tu bila niliingia ofisi ya vitabu, and it has really helped me. Inaanza kama zile symptoms za menopause kwa akina mama. Unapata unahisi kauchungu fulani. Sasa usipochunga, ukienda hospitali and unfortunately upatane na yule daktari ambaye hakurahisi na haraka sana kwa kupatiana madawa, atakwambia mama, we are sorry, you've contacted what we call cancer, breast cancer. Alafu uanze kuchukua madawa ya cancer na wewe hauna cancer. Acha niwaulize, leta marabuwa ni agundete ne bias bire buja obibekamo nkigekoba byonsi ebikogunda. The moment you will keep on taking drugs that are not relevant to the sickness that you are having, you harm yourself. Preventing is better than curing. Yes, it is expensive, but it's nice to prevent. Hiyo kitabu pia inazungumzia the cervical cancers, the STIs, and very many other books. Wamama, kuna njia yenye tunalala. Mongi na kweruta style endeons. Hicho kitabu kimetupatia mpangilio wa mama, jinsi mama anavyolala. Hicho kitabu, wale ambao walichukua, ukitoa hiyo karatasi hivi, utasoma ndani usikie ni nini kilicho ndani. Jinsi unavyolala, jinsi unavyofikiria, jinsi unavyofanya kazi yako unapoendelea kukumbana na maisha ya dunia hii.
hiyo kitabu inatuelekeza hata kama yule mtoto mdogo kabisa miaka, yule ambaye hajaanza kuongea ama yule ameanza kuongea lakini hajajua zaidi ya kuzungumza juu ya health yake, anaenda kwa shule, anaenda pale kwa choo, she or he contacts the STI. How can you detect that huyu msichana wangu mdogo miaka 3 miaka 4 akona shida katika njia yake ya uzazi, na vipi nitaweza kumsaidia? Huwezi enda hospitali kutibiwa. That book is very important. Unamtibu wewe peke yako with the natural remedies. Menopause ina dawa yake. Hicho kitabu kitatuelekeza jinsi, ndio menopause utafika, lakini kuna jinsi unafanya natural remedy yenye utaweza fanya and you don't feel anything pain ya menopause. Mtu anatoka jasho sana alafu anaanza nimegonjeka. Hicho kitabu kitatusaidia. Kuna kitabu pale inaitwa Nusuru Ndoa Yako. Nusuru Ndoa Yako inatuambia ya kwamba ndio tuko na the married people here. Lazima tujue huyo ambaye umeoa, kama ni mume unastahili kujua kwamba mke wako ni msiri wako wa ndani sana, msiri, yaani unamwamini kabisa. Uende ikawa kuna mtu hapa anaamini mke mwingine wa mtu mwingine anaacha mke wake, yaani obegete birengera bya byonsi byote beti umusacho ndiko so mukungu onde ngandendero mukungu yo gochiko chiabo mondendere watagole family yao ngano kulenderwa kwalenderwa mpaka kwalenderaniwa. Mke wako ni msiri wako. Mke wako jua kwamba ni mwenzako, ni mwili mmoja, kwa sababu hata Biblia ilisema kwamba wawili wakija pamoja au wanaitwa nini? Mwili mmoja. Hicho kitabu kinazungumzia maneno mingi kwa wale ambao wameoana. Hicho kitabu ni bei kidogo sana, 850. Na hicho cha Women Feeling Good 5600. Kuna kitabu pale kinaitwa To Have and to Hold. Hiyo inaenda kwa the young couples, those who are aspiring to get married and those ones who are old in their marriages. Hicho kitabu kitatusaidia, kile inatuambia ya kwamba kile ambacho tumepata kile koboko kile munwale ekile kwara nyorire kora akora gento kieke kora kibwata yakora to komanya mambi nkige kale igitabu ekyo nigo gekogenda na 4100 only. Tuzuie ndoa zetu kutofunjika kwa sababu shetani yuko hai. Na kuna kitabu ingine inaitwa Life is Still Beautiful No Matter What, lakini inaanza no matter what, life is still beautiful. So many discouragements are on the way. Kila mtu amevunjika moyo hapa, si kwa kanisa, si kwa familia yako, si kwa watoto, si wapi. Watoto siku hizi wamekunywa madawa mingi hata ya kulevya. Omwana uchichoka tewina mama inchorore bya to orore buye to ngaraga ebesa nago sabana nongolete gento kiek omwibori gwachikorora igo gwatebuna baba nyabere to ngaka tikaba nonsansore esa kwatigara kubwate stress chungu nzima. Ekitabu ekionge komoyo on how you encounter with such a problems, on how you overcome them. Omwana naroro olusiri patience pi kero kendo onyore to omwana agatige skuru na anda agachaka, yani maisha imekuwa ngumu tena zaidi. Watoto wako unaona wameharibika, wewe ni msabato, unamtolea Mungu sadaka, unamfanyia kazi yake. Hii kanisa vile pastor alisema tunaajiri watu, wewe unakuja asubuhi na mapema unafagia kanisa ili upate blessings, but at the end of it all unajipata ya kwamba wewe ndio umekumbana na matatizo zaidi kuliko hata yule hajaenda kanisani. Wacha akagoteba unaonya ndina manyete kange na bereta sense. Vitabu ziko pale ni nyingi ambazo zitaweza kueleza, nimalize. Pastor Nyandigi.
Asante sana. Na wasalimu hamjambo. Kwa sababu hiyo pastor vile ambavyo ameelezea, tumeanza kuwa na uoga. Ukienda mahali tuliambiwa vitabu viende, sadaka zitolewe, watu wakuje kwa wingi wahubiriwe. Lakini mpaka siku ya leo kuna uoga kwa vitabu, kwa sababu sijaona vitabu vikienda. Ninaomba viongozi wote ambao ni viongozi wa kanisa hili, ngochaka n'abalisi bane njumo tuwasende gaki. Bara iwonsi pi we kanisa ye, naomba mkuje hapa mbele. Mahali nimesimama kindly kwa sababu tunaenda kipindi kingine. Viongozi wote wandu wako rae kanisa hii. Kama ni mmoja wa viongozi wa kanisa hili, nimeona mambo yakienda kuwa mabaya. Nimeomba mkuje. Juga kibalisi bane nunabaya. Ocharo. Ndiwacha akitiko kiringi nje yekelongo kurangli. Kujeni zote. Viongozi, Sabbath school children, teachers. What. Viongozi wote mkae hapa. Ni ndara barurani mbasabira. Iko na bonko basabira. Abonko basabira. Abara ibonsi pi. Balisi bane 12. Yes, my first elder. Thank you. Bara ibao bonsi pi bajiche. Kenteke tikatoka konye gange saleka. Kenteke ne kyainu. By the way, haya makambi ni yenu. Na ripoti kiandikwa ni yenu. Nimeomba viongozi mkuje mbele tuombe na nyinyi. Na kuogoteba Yerusalemu mamura itayo kanisa no yomo una uniform yebekira. Nakibono mwambera. Muraye miniti korunse wichegiri etali yao kama jina lako liko kwa watenda kazi. Wewe hata kama unapangusa kanisa, hata kama unafunga gate, viongozi wote wa kanisa hili inerega siye principle. Pastor kanisa geko ile vitabu vile worth 10,000. Turiko kanisa. Individuals. Turiko kanisa. Toka individuals. Tiga yorole. Bara ibonsi pinchu. Sawa. Kanisa bache begolere karaba bange. Tugambe no mulisione na tobange. Viongozi wote njoo. Kanisa watajipanga. Naomba mkuje viongozi wote. Kumbuka hizi masaa tunaiba ni za mata bunatalinse kondetera ramuli. Igaba na bwabarai be kanisei. Tigamba tebye gentonko balero mwana ko ego. Igana abakonyiri. Barai mbarai sana. This church is very big. Lete liedi kirenga central. It means viongozi ni wengi. Aya baba kwenye nago chakiri mocha chuga abo yontu abanera matuka manga. Viongozi wameisha. Wana kuota barai mbali kura paka pale juu jikoni bakale bali mali jikoni nchu ebisi ebi. Bono naomba mtengeneze barabara hapa. Ndo sedie para ayatata na ayeni numunga bagusu ndetere chimeza chiri chonsi bino mubekega. Kiongozi asiposhiba chakula vizuri hawezi akalisa kondoo. I know mumenunua vitabu. Enyo ni etabragire tigo tete komanya korokera mage. Ige koroka ekere korate kento kike. Ekere igo tete. Ndobwate mbochero ne mondo tigangandeke gusi yake. Ekere mbondere nchara. Gento kerio ko koroka abantu. Kore department ya women ministry, kore department amo vijana dolika
by the way, kuna mzee mmoja walinialika niende kwao kuhubiri. Kero nagendo nkaba nagendo agatebwa randio mataka sirai kiagotebia bantu ngakwathiki ulisho so azine ngomenyete kabungo ngere kiaranditi kwi kambi kiarabuya ngogitabo kinderero aine bie kambi okanyete bono bibanga baba yakaruo kwa neema ya Mungu ibitabu yentu kumanya kweresa biri bingi bono naete abanga Nyasaye se konkonya kurubono bakisa batu nkuirandi gitabu iki ukibwate ko bokongesa biri Nyasaye ntu ancha inenere sana na bako kongere besore taka ko besa yobukima anakupatia pesa ya sukari, anakupatia pesa ya nguo, pesa ya school fees na chile mtu. Mungu akupe pesa uchukue kitabu chimesa chilinjo sichale koja kama ukichipoki sichele every leader apo kuli kitabu ngusabiranga Nyasaye ne kikagende elindi ntukunyara kweresa maguri magega kuchanda mururandia ayeteba nganiki maguri magega kuchukweresa karugo ikiri asale mesa. Nafadhali naomba ichuku pastor, you are doing the work ambayo sitakupatia wika hapa pay, watakuja huko kwa mesa aigogo tebieri gorio monto esio roria mwira mokunie kitabu kwanza higo limagega. Haleluya. Ukichukua kitabu unasimama nyuma, ukichukua kitabu unasimama nyuma. Ngwaka tole picha, tunachukua picha ambayo inatumwa kule kwa ofisi kwamba Magena Central wako na vitabu karatika kulika mtwaro tikanda saba mulisho charo musiandike kwanza kwa sababu tutaombea. That's true, you naelewa. Kila mtu chagua kitabu bangira ini magega chimesa chini ngemwathigiraria sukimagega. Kama umechukua wacha msilete, wacha tumalize hii kwanza. Kama umechukua kitabu simama nyuma niweze kuombea. Bangira ini magega kuita mami, simama pale. Thank you mama, asante. Wewe unaenda wapi? Mtu asitoroke mwarisho nayo kubambangerera ini ya bumba sabiri ngwa katole bicha ekogende paka inonyene union irongo. Tuseme kwamba Magena wamechukua vitabu bangara ini baba ikine kikiao mwana baba sukochi moina bali mwabo goiri prophecy explained. Ukitaka kuelewa mambo na unabii wa Biblia yote unachukua hicho kitabu sukochi maene bangira ini stadi bwana gatokolika kubata bindi na tokolika. Kama umechukua kitabu simama nyuma, tupige picha, tuombe, watu wakae. Hii chande naye igo victory in surrender tenene kitabu kicha ngoko tabinde sababu ego kerebicha wewe anataka kutuletea shida. Uchukue kitabu ya picha na ndole thabu. Okay, tunataka kuomba. Ukichukua kitabu, viongozi wangu simama hapa nyuma. Murahimbu yotu alegento nayo gosoma chi point kukwachira matanga toko tabanga lemera ligo mabu saa zimeenda. Nataka kuomba usabatore tena uchi magane kitabu. Simama pale nyuma tuombe. Baba ncho chupa na ujana montomia chumami suka uchali bando sabe. Umefanya kazi mzuri baba. Kama umependa hiki kitabu, wewe mtaongea na mchungaji kaenda mko na morandi kwa katole bicha ngoli ko twaka bicha. Hebu beba vitabu juu kumi barandi etani emiuru. Very good. Kumi barandi vitabu hivi 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Haleluya. Hizo vitabu usianze kuota kurudisha. Vile nitaomba hizo kitabu imekaa yako. Imekuwa 30 what? 28 29.
kusabatoli. Tuamini na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu isiye juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Ulitupangia kwamba tuweze kuwa mahali hapa kwa ajili ya neno lako. Tutanena kama wasungumzaji, lakini vitabu vitabaki kwa nyumba zao Bwana, viweze kuleta ujumbe siku zote. Tunajua Bwana, roho aliyekuwa vikiandikwa, tunaomba aweze kuwa wanapoenda kuvisoma, ili Roho wako mtakatifu afanye kazi ndani yao. Hawa ni viongozi umetenga kwa ajili ya kazi yako. Tunaomba kwamba wasome hili neno, liwasaidie kwanza wanapokuja kanisani, wawe wamesaidika kwanza. Mungu tubariki sasa, na wale tumepanga kufichukua, tunaomba mapenzi yako yatendeke. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Uliuma ite kulika speed matango komenda je daga jana isa tu turali ikebi ngoko ndigisi nchu ate karamu. Make sure umeandikwa jina na kitabu ambacho uko nacho. Tafadhali msaidie oyo njuko chama oyabalika abagaka bonse wase wote pande hii, wamama wote pande hii. Enda tu muandikwe kwanza, enda muandikwe kwanza. Ngolio kondikana bantu. Pastor kuna vitu. Naomba na wewe tafuta kalamu ndio tuwe wengi. Njuko jamu mlisione. Kuja hapa communication director, anza na hawa. Bangi na weka ransa because ya time. Chakulika. Ukiandikwa china unaenda unaketi. Kwa likiru karansa. Tumeomba tafadhali usiketi kabla hujaona jina lako likiwekwa kwa karatasi. Tuikaransa utalao litalia ulila se karatasi. Kindly. Hakikisha jina lako limenakiliwa vizuri. Jina lako pamoja na kitabu ambacho umechukua. Unaandika china pamoja na kitabu. Ngwanyu mulai. Hata jina si lazima, kitabu si lazima uandike yote. Ona bunike na boko likanga chipatia amani. Haya. Amen. Baba gora na bantabaya. Yes. Andikisha, ukiandikwa chini unaketi. Ngoyo kubugiye kondo na ndi gashi. Njuboye message. Toa hizi mesa hapa. Ayatata mbwate tole hii mesa hapa. Irudi mahali ilikuwa. Ujibona wakubwata kaboko. Ikabwata iko. Banga bwangu. Mwana baba kwa ile kiao. Bia mano. Andika haraka. Yes, Mungu awabariki. Asante sana. Tuende katika sehemu nyingine. Chibesa nyasaye natoe. Tatane roko to chibesa. Echicho jitokoliro bukima paka to ikira ngoto ile. Good. Chukua mic yenu sasa. Ningependa kutangaza hivi, vile mnaona tuko live stream na mnaona vyombo viko hapa mbele vya kushika hii live stream through YouTube. Kuna watu ambao wanaendelea kupita mbele
watoto wetu mnaendelea kusumbua hapa mbele engo basabaiga bana baito nojo bune binte bite neiga moroje onde tatokore bosibuaye ande mo basiku kuna kero kende monyore mwabikunire biagurense. Kwa hivyo na waomba hapa mbele kupita prohibited. Hata yeyote kama wewe unapita, tafuta njia nyingine ya kupita nyuma hivi ili usije ukadisturb, kwa sababu nimewaambia tunaonekana dunia nzima. Hata wewe saa hii kama uko na simu, hebu ingia YouTube uangalie kinachoendelea huko, utaona tu vile kambi yetu inaendelea hapa mbele. Mtu mwenye aka Amerika, mwenye ako Nairobi, mwenye ako mahali popote, provided you tune in, get the point, au andika Magena Central Camp, utaona tu ikikuja hivi wakati umeingia katika YouTube. Kwa hivyo msifikirie kupita pita hapa mbele. Sasa ndio tunasema tafadhali tuheshimu na msisonge karibu na hii vitu, mguse ili ikuje ikaanguka. Tunawaombea usikisasi mwema na muendelee kutegea. Na kama iko rafiki yako ako nje huko, mchuulize kuwa Magena Central iko live YouTube, get the point. Asante. Choristers, nyimbo nambari 52. Choristers, number 52. Nipe Biblia, nyota ya furaha. Tuimbe. Nipe Biblia, nyota ya furaha. Sidhani kama kanisa tunaimba. Ninaomba kwamba tuimbe sisi sote wimbo nambari 52, namba 52. Tufungue nyimbo zetu nambari 52. Nipe Biblia, nyota ya furaha. Tuimbe. Nipe Biblia, nyota ya furaha, wapate nuru wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia nihuzunikapo, ikinijaza moyoni dhambi. Nipe neno zuri la Bwana Yesu, nimwone Yesu Mwokozi wangu. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia nipate kuona hatari zilizo duniani. Nuru ya neno lake Bwana Yesu itangaze njia ya kweli. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia, taa ya
maisha, mfariji tunapofiliwa. Unionyeshe Guest choir, mkuje kwa wimbo. Guest choir. Nione utukufu wa Bwana, nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza, sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza, sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Lazaro amelala kaburini, tazama rafikiye amechelewa. Tulimwita huyu Yesu kwa wakati, angalikuja Lazaro angekufa. Ni nani atakaye tufariji tunaposononeka? Machozi yetu je yanafikia Mungu Baba mbinguni? Machozi yetu je yanafikia Mungu Baba mbinguni? Lazaro amelala kaburini, tazama rafikiye amechelewa. Tulimwita huyu Yesu kwa wakati, angalikuja Lazaro angekufa. Ni nani atakaye tufariji tunaposononeka? Machozi yetu je yanafikia Mungu Baba mbinguni? Machozi yetu je yanafikia Mungu Baba mbinguni? Tunapojipata katika tabu, pasipo na njia ya kuitatua, hatamani kukata tamaa. Sala zetu ni kama hazifiki Mungu Muumbaji. Tukumbuke Hana alivyoomba, alijibiwa. Majibu ya Mungu yatachelewa, tuweni na subira, kwa kuwa anajua sababu ni Mungu atamalaki katika mambo yote. Tunapojipata katika tabu, pasipo na njia ya kuitatua, hatamani kukata tamaa. Sala zetu ni kama hazifiki Mungu Muumbaji. Tukumbuke Hana alivyoomba, alijibiwa. Majibu ya Mungu yatachelewa, tuweni na subira, kwa kuwa anajua sababu ni Mungu atamalaki katika mambo yote. Marafiki, njoni tusemezane, kwa Yesu tutapata amani tele. Japo tutadhani amechelewa, yeye yu karibu nasi kila mara. Atatujaza nguvu, ujasiri, mawimbi pepo zivume. Kwa jina lake, jina lenye nguvu, mambo yote salama. Kwa jina lake, jina lenye nguvu, mambo yote salama. Marafiki, njoni tusemezane, kwa Yesu tutapata amani tele. Japo
tutadhani amechelewa, yeye yu karibu nasi kila mara, atatujaza nguvu, ujasiri, mawimbi pepo zivume, kwa jina lake, jina lenye nguvu, mambo yote salama. Kwa jina lake, jina lenye nguvu, mambo yote salama. Tunapojipata katika tabu, pasipo na njia ya kuitatua, hata tamani kukata tamaa. Sala zetu ni kama hazifiki Mungu Muumbaji. Tukumbuke Hana alivyoomba, alijibiwa. Majibu ya Mungu yatachelewa, tuweni na subira, kwa kuwa anajua sababu ni Mungu atamalaki katika mambo yote. Tunapojipata katika tabu, pasipo na njia ya kuitatua, hata tamani kukata tamaa. Sala zetu ni kama hazifiki Mungu Muumbaji. Tukumbuke Hana alivyoomba, alijibiwa. Majibu ya Mungu yatachelewa, tuweni na subira, kwa kuwa anajua sababu ni Mungu atamalaki katika mambo yote. Tunapojipata katika tabu, pasipo na njia ya kuitatua, hata tamani kukata tamaa. Sala zetu ni kama hazifiki Mungu Muumbaji. Tukumbuke Hana alivyoomba, alijibiwa. Majibu ya Mungu yatachelewa, tuweni na subira, kwa kuwa anajua sababu ni Mungu atamalaki katika mambo yote. Tunapojipata katika tabu, pasipo na njia ya kuitatua, hata tamani kukata tamaa. Sala zetu ni kama hazifiki Mungu Muumbaji. Tukumbuke Hana alivyoomba, alijibiwa. Majibu ya Mungu yatachelewa, tuweni na subira, kwa kuwa anajua sababu ni Mungu atamalaki katika mambo yote. Kanisa amjambo. Hatujambo, amujambo. Makambi. Get to the point. Na kukamilisha magoli yetu ya makambi. Kuna wengine ambao walijiandikisha jana. Kuna wengine walijiandikisha mapema, hawajamaliza. Na kuna wengine watajiandikisha hata leo. Nafurahi kwa mmoja wetu ambaye alisema hajamaliza pesa ya camp offering na kambi ya na pesa ya camp expense. Ametoa kitu ambayo tutauza leo iingie hapo. That is very good. Kwa sababu pesa, kama una pesa taslimu, unaweza kutupatia kitu chochote ambacho kita tusaidia ili tuweze kusiba pengo. Wewe Mungu amekusaidia. Na amekusaidia kwa njia nyingi. Kazi yetu ni kurudisha shukrani kwa Mungu. Kwa hivyo nataka wale ambao wameleta hiyo pesa waende hapa nyuma kwa treasury walipe pesa hizo, au tupate wengine waje hapa, wale ambao hawajajiandikisha, tuweze kukusanya hiyo pesa. Tafadhali. Mungu ametupatia
uhai bure, na hajatuuliza tuweze kulipa kile ambacho hajatupatia. Tafadhali, kindly come forward, maliza goli yako. Kama hujamaliza, hata ukimaliza, ukiona ni vizuri uongeze, that is better. Ningeomba Masabe na Jane muweze kuja hapa mbele, kwa sababu hapa nyuma watu hawezi kuwaona. Tuweze je kambi ile pesa ya makambi. Hatutaki kufunga na tunataka comeback ya kambi. Ile pesa tunatuma ikifika huko irudi. Tafadhali, hakuna mtu tunawaambia kitu kigumu au ni vipi? Yule hajamaliza, wale walijiandikisha jana wakuje mbele. Sasa mnataka tuingie kwa vitabu tuanze kuita majina. You know yourself. Wewe unajua ulijiandikisha. Hatutaki kuita majina. Tafadhali, wale ambao hawajamaliza goli yao mkuje mbele. Labda utatuambia vile utalipa. Kiongozi wa Deacon and Deaconesses anasema Deaconess and Deacons mkutane huko, lakini uwaambie walete hiyo pesa ya makambi. Umbui, uwaambie wamalize goli yao, kwa sababu tuko na record. Tafadhali, naonekana nyote mumemaliza. Kambo bari. Sio Kambo expense tulijiandikisha, lakini Kambo overing wengine amukuandika. Therefore we require
wa Musa, Ayubu na wa Eliya, zamani za kale Bwana, kumbuka na kwa rehema, ziuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Tupe nafasi. Amos chako kuja hapa mbele. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, neno hilo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, neno hilo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote. Nami nikae nyumbani mwa Bwana wangu milele, nikae kwa Bwana siku zote. Nami nikae nyumbani mwa Bwana wangu, nikae kwa Bwana siku zote. Ombi langu kuu kwa Bwana, niongozwe katika njia zake salama, neno lake liwe taa katika njia zangu, neno lake liwe taa katika njia zangu. Ombi langu kuu kwa Bwana, niongozwe katika njia zake salama, neno lake liwe taa katika njia zangu, neno lake liwe taa katika njia zangu. Nami nikae nyumbani mwa Bwana wangu milele, nikae kwa Bwana siku zote. Nami nikae nyumbani mwa Bwana wangu milele, nikae kwa Bwana siku zote. Nami nikae nyumbani mwa Bwana wangu milele, nikae kwa Bwana siku zote. Nami nikae nyumbani mwa Bwana wangu milele, nikae kwa Bwana siku zote. Nami nikae nyumbani mwa Bwana wangu milele,
zote, nami nikae nyumbani mwa Bwana wangu, nikae kwa Bwana siku zote. Wana wa Mungu, wakubwa kwa wadogo, na wasalimu amchambo. Amchambo tena. Tusimame na nyimbo zetu 171. Waimbaji kuja mtupe sauti. Tusimame sote. Tusimame. 171. Imeanzishwa hukumu. Twende. Imeanzishwa hukumu mbinguni, tutasimama je sote, apimapo Mungu hakimu kila lawazo na tendo, tutasimama je sote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Wametangulia wafu kupimwa kitambo, ndipo hai watapokea neno la mwisho vitabuni mwa Mungu. Tutasimama je sote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Tutasimama je usiku ule, siri zetu kila moja zafunuliwa toka vitabu, Yesu atusaidie. Tutasimama je sote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Tutasimama je sote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Tusabe omochenu omotongi tata Nyasaye yole igoro. Biamane ikiagere gwatorendie kurue mambi bindi byonsi yagenderete. Biamane ikiagere nandora abo murayo ito ese kepindi kegochugocha asichinse chiga chingiya. Ono twakorangeira igoro ikengima eikese gatieti ito elinde eseringane liragwe tata Nyasaye likole chimbusuro chingiya. Ono moro omorandi orate nebosi bwekepindi eke twamotikira ase okobo kwao kao chikoruta ring'ana riayo manene mbamorora kolende bakororae tugwancha kwao koleke muno orarorera ayo buya kiagere twasabire tusemere tisiri etari ao nilio Yesu Kristo omobori oito. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day.
Fungu letu litatoka katika kitabu cha Watesalonika wa kwanza 5. Tuanze na fungu la 23 hadi 24. 1 Thessalonians 5 verse 23 to 24. Nitasoma kwa lugha ya Kimombo. Naomba tuende pamoja. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your Holy Spirit and soul and body to be preserved blamelessly unto the coming of the Lord Jesus Christ. Faithful is he that calls you, who also will do it. I'll repeat. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your Holy Spirit and soul and body be preserved blamelessly unto the coming of the Lord Jesus Christ. Faithful is he that calls you, who also will do it. Fungu litafafanuliwa na mnenaji. Na kabla aingie, nani atajiunga nami kwa kumkaribisha? Asante. Karibu. Kabla ya hayo, naomba church choir waingie kwa special item. Church choir please, mfanye haraka kidogo maana hatuna muda. Get to the point. Take a step forward. Ojoni mkaone aliyeniambia matendo yangu ya siri. Mwanamke mzinzi kapaza sauti, nikawa sikitiko la ajabu kwake. Hakutoa kwambani mwana wa Mungu alikutana naye kisimani. Sikitiko la ajabu kawaza moyoni. Ojoni mkaone aliyeniambia matendo yangu ya siri. Mwanamke mzinzi kapaza sauti, nikawa sikitiko la ajabu kwake. Hakutoa kwambani mwana wa Mungu alikutana naye kisimani. Sikitiko la ajabu kawaza moyoni. Chagua utakayemtumikia, ni ibilisi ama ni Mungu wa upendo. Kwa wakati mmoja wezi watumikia mabwana wawili kwa maisha uliyo nayo. Chagua utakayemtumikia, ni ibilisi ama ni Mungu wa upendo. Kwa wakati mmoja wezi watumikia mabwana wawili kwa maisha uliyo nayo. Tanga mbali na Mwokozi, wakati ni sasa, fanya agano. Usije ukaseme laiti ningalijua, na sasa tanuruni na angamia mimi. Rekebisha ni sasa, ungali na muda, ni dhahiri au kwa muda tena wakukaa dhambini. Ewe mwenzangu, njoo
mbali na Mwokozi. Wakati ni sasa, fanya agano, usije ukaseme laiti ningalijua, na sasa tanuru ninaangamia mimi. Rekebisha ni sasa, ungali na ubaki dhahiri, au kwa muda tena wakukaa dhambini. Ewe mwenzangu, chagua utakayemtumikia, ni Ibilisi ama ni Mungu wa upendo. Kwa wakati mmoja wezi watumikia mabwana wawili kwa maisha uliyo nayo. Chagua utakayemtumikia, ni Ibilisi ama ni Mungu wa upendo. Kwa wakati mmoja wezi watumikia mabwana wawili kwa maisha uliyo nayo. Chagua utakayemtumikia, ni Ibilisi ama ni Mungu wa upendo. Kwa wakati mmoja wezi watumikia mabwana wawili kwa maisha uliyo nayo. Chagua utakayemtumikia, ni Ibilisi ama ni Mungu wa upendo. Kwa wakati mmoja wezi watumikia mabwana wawili kwa maisha uliyo nayo. Chagua utakayemtumikia, ni Ibilisi ama ni Mungu wa upendo. Kwa wakati mmoja wezi watumikia mabwana wawili kwa maisha uliyo nayo. Chagua utakayemtumikia, ni Ibilisi ama ni Mungu wa upendo. Kwa wakati mmoja wezi watumikia mabwana wawili kwa maisha uliyo nayo. Chagua utakayemtumikia, ni Ibilisi ama ni Mungu wa upendo. Kwa wakati mmoja wezi watumikia mabwana wawili kwa maisha uliyo nayo. Amina. Amina. Amen. Amen. Umewaambia amina? Asante sana wanakwaya. This is our guest choir ambao tuko na wao katika makambi yetu. Yes. Marafiki katika Kristo na wasalimu, hamjambo. Hebu nione tena, hebu nione kwa mkono, hebu nione. Haleluya. Asante sana. Kuna kanisa ambalo liko kwa lile gari, hamjambo. Lile kanisa liko pale kwa mlango, hamjambo. Amen. Asante sana kwa sababu ya kuweza kufika. Makambi yetu yanaendelea. Nashukuru kila program inapokuja bila ambavyo tunaendelea, na nashukuru kiongozi wetu wa mawasiliano, our communication director katika kanisa hili. Nimeona amefuatilia vizuri. Kwa hivyo tumewaalika wote katika ibada hii ambayo ni ya makambi. Nashukuru kwa sababu ya our elder, our first elder, vile ninaona anaendelea kuhimiza kuhusu sadaka yetu ya makambi. Kwa hivyo hatutaki kila mtu akuje akiwa na uoga. Unapoleta sadaka mbele za Mungu, ulete ukiwa na furaha. Haleluya. Amina. Kwa hivyo tuweze kuleta sadaka hizo, kwa sababu nimesikia kuna watu wameahidi kuleta vitu vya maana hapa, tuweze kuviuza na tuviweze kuviweka katika hali ya kutenda kazi ya Mungu. Kwa hivyo marafiki zetu, muweze kujua kwamba makambi haya ni yetu na ni sisi tunastahili kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo wewe uende uketi. Okay. Ukiona kama mtoto kanaongea, ukaambie kaangalie mbele kabla ibadilike kuwa mweusi niwe brown. Hello? Kama isinkara aligataigwete bakaba. Kama isinkara. Okay. Asante sana. Wapendwa, nataka tuweze kwenda moja kwa moja katika mahubiri yetu. Mwaka huu kile ambacho kinaangasiwa sana ni kuhusu hekalu ambalo Mungu alisema lichengwe katikati ya wana wa Israeli. Na tukasema kule ndani, kilichofanyika pale ndani
ni njia ya uokovu, njia ya kuokoa, njia mpango wa uokovu ule ambao Mungu alikuwa amepangia wanadamu. Kwa hivyo tunapoona hekalu lile tangu mwanzo hadi mwisho, bado mimi nashikilia pale ni injili ya Yesu. Kwa hivyo siku za leo tunataka kuona the present aspect of salvation, kile ambacho kinachoendelea hivi sasa kwa wokovu wetu, kile ambacho kinachoendelea. Na katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wake wa 23 mpaka 24, msomaji ukifika pale uniruhusu niweze kuomba. Ndiyo, nishafika. Tuweze kuomba. Mtakatifu na Baba yetu Mungu tupendaye, asante kwa sababu umetupatia nafasi ya kuweza kulifungua neno lako. Tunapoanza kujifunza sasa, Bwana anza pamoja nasi na umalize nasi, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Msomaji, neno la Mungu linasemaje? Biblia takatifu ya Mungu yasema hivi. Neno la Mungu linasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu, na roho zenu, na miili yenu, muhifadhiwe muwe kamili. Muwe kamili bila lawama. Mwalimu, musiwe na lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ili ajapo mara ya pili Yesu Kristo. 24 inasema yeye ni mwaminifu. Huyu anayesema haya ni mwaminifu, ambaye anayewaita naye atafanya, ambaye amewaambia atayafanya. Ndio mwalimu. Wapendwa, tuweze kuelewa kwa makini. Mungu anasema ya kwamba aweze kututawala na aweze kututakaza kwa mioyo. Kuna sehemu 3 ambazo zinastahili kutakazwa. Msomaji, kama uko makini, nataka uweze kuona sehemu ya kwanza ya kuweza kutakazwa ni gani? Nafsi zetu mwalimu. Nafsi zetu, ili nafsi zetu siweze kutakazwa. Marafiki zangu, kuna utakazo kwa nafsi zetu. Kegusinga gedeo abachenekegima nainu abanyene mulendu asemeika nemyoyo kuna sehemu 3 ambazo nitaweza kuzungumzia katika siku ya leo, ambazo zinastahili kutakazwa ili tusiweze kuwa na lawama, ili Bwana ajapo mara ya pili tupate nafasi ya kumlaki mawinguni. Tusiwe kwamba tunasuiliwa kumpokea ama kumlaki. Tuweze kutakaswa nafsi zetu. Ndiyo mwalimu. Sehemu ya pili ni sehemu ya mwili. Mwili huu ni mwili wa dhambi. Hivi sasa Mungu anaendelea kuutakaza. Mwili huu ni mwili wa dhambi. Ndio maana unakuwa kanisani siku ya leo, tena kesho unakosea. Ukweli ama si kweli? Ni kweli mwalimu. Utaweza tumia mdomo kuimba hapa kwamba kuna Yerusalemu, tena mdomo huo utukane mtu kesho. Halo? Amjambo. Lakini utaweza tumia akili vizuri kusoma Biblia hapa, tena akili hiyo ndio inaitumia kuchukia wengine. Maajabu hayo. Mwili huu hauna cha maana sana. Mwili huu ni mwili ambao umeoza. Dhambi ilipoingia, kuna vile ambavyo mwili uliwekwa. Sasa uwezo wa mwili, hata kama napowahubiri, na mimi nina mwili, na damu na nyama. Mwili huu ni wa dhambi, sitatoka mbinguni. Wapendwa, mjambo. Naweza kukosea. Hello? Naweza kukosea. Mwili huu, ndio maana tunaambiwa tuweze kutakazwa, ili uweze kuruhusu Yesu akutakaze mwili huu, ili Bwana ajapo mara ya pili usiweze kuwa na lawama. Mwili huu
Naambia watu mimi nina mke anaitwa Judy Mora. Mungu si kabisa. Unaona sisi tu tunakosana, wachungaji wanakosana na wake zao. Wanakosana ama hatukosani? Tai ni hapa kanisani. Nyumbani mimi ni mume wa mtu. Na mimi ni baba wa watu fulani. Kwa hivyo kuna vitu zingine ninaangalia, hata kama nina usoevu na Biblia, sina titles kubwa za kufanya uchambuzi wa Biblia. Kuna mahali unaziweka hapa, unaona ujinga mahali. Inabidi uondoe ujinga ndio uendelee na Biblia. Naambia mke, hii waya umekanyaga hii si yako. Hiyo ni yangu. Na hiyo unakanyaga wakati ambapo siko. Ukisikia mlango unatoka. Sikia. Mwili huu nitaweza kukosea. Takosa mke wangu asubuhi anaanza kununa na wanawake wote sijui wapa. Wa huko mahali nimetoka. Sijui walienda darasa moja. Mwanaume akimkosea wananuna. Sasa ananyamaza, anaweka mgomo kwa mazungumzo. Kumuuliza wapi sati? Mimi naona hii tu. Hii ni mwili wa dhambi. Lakini kuna sheria iko kwangu ya kusema kwamba mimi ndiye kuhani mkuu. Inapofika jioni naita watu wakuje kwa mesa nitoe kafara. Na sasa heri jamaa, itabidi hata yeye aje, kwa sababu hiyo nayo si jokes. Lazima afanye nini? Akifika hapa ninaona amekaa mbali na viti, na mimi naweka, nimeona watoto hapa, nafungua fungu pale nyuma, Yohana pale nyuma linalosema muweze kusameaneni ninyi kwa ninyi. Hello. Alafu ninaanza kueleza watoto vile wanastahili kusamea watu. Ninaeleza watoto. Ikimaliza nasema tupige magoti chini. Tunafanya nini? Sasa tunataka kuomba. Kitambo tufunge macho, naambia mama omba, na nimefunga. Ndiye asikatae. Sasa hiyo nikiomba, akiomba ataweza nigombanisha kwa maombi. Ataweza weka vitu zingine mpaka unaona hii maombi ni sawa tu. Mungu, hata kama wengine tumekuwa mzigo kwa watu, Mungu tusamee. Hiyo nini inaendelea? Maombi. Akisema kwa jina la Yesu, na mimi nasemaje? Na siwezi nikamuuliza mbona umeomba hivi, kwa sababu na mimi nilisoma fungu. Wapendwa mjambo, mwili huu uweze kutakazwa, kwa sababu kubwa ni kwa sababu kuna ufalme unaokuja. Na tukiwa na mwili wa uchafu, hatutapata nafasi ya kumlaki Bwana ajapo mara ya pili. Mwili huu, hata nafsi zetu na roho zetu siweze kutakazwa. Wapendwa, anayetakaza mwili huu, anayetakasa nafsi yetu, anayetakasa maisha yetu ni Mungu. Kazi yetu ni kumruhusu yeye aweze kututakasa. Rafiki zangu, kuna maelezo mafupi yaliyokuwa hapa kwamba kuna mnusi mwenye jamaa alienda kununua ng'ombe kwa soko. Alipopata ng'ombe sokoni, akapata ng'ombe iko na ticks. How do we call it in Kiswahili? Mageja. Kupe. Akakuta kuna ng'ombe ambaye hana kupe nyingi sana. Mageja. Na ilikuwa yule mnyama alikuwa amekonda sana.
na tena alionekana akiwa na minyoo. Alionekana kwa sura ya nje na shida, na ni kweli huyu ng'ombe alikuwa anaumia sana. Mwenye aliyekuja, by the way, unajua kuna ng'ombe unamchukua kwa soko mpaka wewe mwenyewe unajionea huruma. Wakati wanaume wanaleta ng'ombe za maziwa hapa, hata wewe unakaa kando ndio watu wasikuone kwamba ni wewe ulikuja nayo. Na watu wananunua ng'ombe wako na tabia nyingine ngumu. Wanakuja wanasema ng'ore teke teke, anagonga. Na makosa. Ng'ombe yamanya kusaa na liyo monto kogora ko teke teke. Aye kunire yamanya kusaa. Yasali gentoki. Yasali echiro bangaye aye ekenga inkoira. Hata kama ilikuwa ya pesa mingi, unaambiwa sasa hii badala iende kukufa, chukua 3,000. Kwa sababu vile ambavyo inaonekana ni sawa, a breed itaweza kuwa ni mzuri, lakini kwa sababu haichatunzwa, haichakaa sawa, inaonekana ni ng'ombe ya maziwa, lakini kwa sababu haichatunzwa vizuri, inaonekana vibaya. Marafiki zangu sikia. Mwenye unaichua dhamani ya ng'ombe, ukiona ng'ombe huyu ni mzuri, unastahili kufanya nini? Hebu nikuulize, utaanza kumpatia dawa akiwa sokoni? Utaanza kumuosha akiwa kwa mwenyewe? Unafanya kazi ya kwanza ni gani unafanya? Unamnunua kwanza, anakuwa wako. Uwezi ukaanza kutengeneza ng'ombe akiwa kwa mwingine. Kama umeona ni wa dhamani, unamnunua kwanza. Manyuko gorabaki viande bibire ime. Unanunua paka hizo kope zote. Chibesa jonsi kogora magachanga jonsi yale. Hakuna kitu ambacho unaacha kwa ng'ombe. Ukinunua, unanunua kila kitu. Sasa unapoenda na huyo ng'ombe, naenda kukaa kazi ni juu yako. Unaanza kupanga vile ambavyo utatoa kupe, vile ambavyo utatoa minyoo, vile ambavyo utatoa wadudu, vile ambavyo utampa chakula, vile ambavyo utamlisha vizuri ili aweze kuwa kitu cha thamani. Unajua kuna mtu atasanunua ng'ombe mwenye amechakaa, lakini baada ya siku chache ukitembelea ng'ombe yule, unakuta ni ng'ombe ambaye hata unashindwa kusema ni yule ambaye ulimuhusia. Sikia marafiki zangu, kile ambacho tunaweza kuulizwa tuweza kukifanya ni kuruhusu Mungu. Yesu Kristo alitununua tukiwa na hizo kupe, alitununua tukiwa na hizo minyoo, alitununua tukiwa tumekonda, alitununua kwa njia hiyo ya kuonekana, lakini baadaye anatamani tuweze kusiondoa, asiondoe moja kwa moja, kwa sababu kuna mahali tunaelekea hatutataka kupe sehemu hile. Asitugucha magecha taganiri biandology miganiri bochabology mboganiri chenye inatamani ni wewe. Hebu niulize swali lingine ndio muweze kuelewa, ili tuweze kutakaswa sasa, tuweze kufaa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mtu anapoweka tangi ya maji nje, kiweka tangi ya maji kuchota maji, baadaye ukiamka asubuhi ni sawa, mvua ilinyesha na maji yakawa yameingia vizuri, lakini upate kuna tutakaratasi tudogo tudogo sa ile dawa ya kuua panya, rat and rat, mnaita anga hivyo, zimetapakaa kila sehemu. Utatumia yale maji? Kwa nini? Kwa nini? Unastahili kufanya nini? Amjambo, unastahili kufanya nini? Haleluya sana. Unastahili kufanya nini?
Kwa nini? Mbona usilete panga ama shoka ukatakate hata hiyo tanga ama hiyo biba ishe? Ngote ukenyere bibeju. Kwa nini? Kuna sababu inakufanya hivyo. Mochi muri lanchi bu. Tangi ni ya maana. Kwa nini? Mwagule. Kuna sababu inakufanya usikatekate ile tangi ya maji. Haleluya. Aliinunua. Hiyo ndio sababu inakufanya usiinunue. Ndio kusema ni ya gharama. Mbona Mungu hakumuua mwanadamu alipopatikana na dhambi ndani yake? Mbona asimuue? Alimununua na gharama kubwa. Sasa chenye anataka ufanye ni kuondoa ule uchafu ambao uko ndani uweze kuwa sawa katika wakati mwingine. Rafiki zangu sikia. Ukiona watu wako kanisani vile ambavyo nimesema, usiseme kwamba ni watakatifu wanastahili kuwa kanisani. Wenye wanastahili kuwa kanisani ni wenye dhambi. Mpaka mimi. Haleluya. Nasema nimeondoka, nyinyi ndio watakatifu, nimewaachia hiyo kanisa. Hapana, watakatifu hawako hapa. Watakatifu wako mbinguni. Sisi ni wenye dhambi. Ni kuitwa tumefanya nini? Tunatakaswa siku kwa ili tuweze kufaa. By the way, kuna watu ambao hawagusi Pasaka ati kwa sababu wao ni wenye dhambi. Watu bado wanatinga kune Pasaka tindi buya. Hainili chara. Ukweli. Pasaka huko yakapi. Kwanza utakete kuchakerunai. Kwa sababu Pasaka ni ishara ya kusema nimekubali kufa na kufufuka. Nimekubali damu iliyomwagika msalabani na mwili wa Yesu ili niweze kuokolewa. Kwa hivyo ni nani anastahili kupokea Pasaka? Ni mwenye dhambi. Ni mwenye dhambi. Tunasema naondoka hapa. Marafiki zangu, kutakaswa siku kwa siku. Kwa nini tuweze kutakaswa? Nataka kusema kwamba tusiweze kuwa na lawama. Kuna watu wako kanisani lakini bado tuna lawama, tuna usherati, tuna wizi, unyang'anyi, tuna vitina, tunachukia wengine, lakini bado tuko kanisani. Hizo lawama zote ndizo Mungu anataka siweze kuondoka ili uweze kufaa katika safari. Wewe uruhusu uweze kufanya hivyo. Mtu wako kanisani na kuna mtu msalimii. Ebono gaki kengi okokora. Ule kanisa na bantu turi kukwani. Kuna watu wawili hivi ama watatu ama mmoja, ufanye nini? By the way, unafanya nini hii? Ayemanyubu ntako kwa ndugu le metungi. Ukone chibando chingundu. Wenge changa. Kubali tu utakazwe. Kama ni kusamea watu, wasamee. Kama ni ukubali tu uweze kutakazwa, kwa sababu hauwezi fika katika ufalme wa mbinguni kama hujatakazwa wewe mwenyewe. Kwa sababu Mungu anatamani sana anapokuja, kwa sababu kuna mahali tunaelekea. Tunabanya bibetoli mbiyamule. Hata kama nachikasa hapa, hata mimi siku moja kitu ilinitendekea. Kuna mtu alifungulia mbuzi. Wakaribu nyanya zangu. Manya kusima kaji nyanya. Umaeteka siya koleko. Enkongu sana by the way. Na Mungu akatusaidia tukalima hizo nyanya na mke wangu. Sikakuwa tu. Silikuwa sichaifa. Ibera nito kama makovu. Makovu mbali jijinga chimbe serende. Simebaki tu tuseme mwezi moja hivi niomoke. Toko omoka. Niomoke.
Jo, kuna wakati unaona haki mahali tunaelekea sasa ni kuomoka tu. Alafu mtu anakuja nafunga hiyo milango ya kuomoka. Nimeenda kanisani na ni Sabato. Ewe skuli ya saa ngine humwamba. Tunaimba. Tuko na roho mingi. Kumbe jirani ameachilia mbuzi. Nang'ang'ana hapa. Niko na roho. Hii mwili. Huu mwili ni mchafu. Sasa ile tumemaliza sasa, tumetoka chaji Sabato mchana. Tuko charanji. Tukaona nyanya zimeanguka. Karibu mama apasuke. Hata bakungu mbwango bagwateka. Nikamwambia kitu utafanya, ingia tu ndani. Wacha niende pale nichunguze. Kufika huko nikakuta zimeanguka. Chitikitense. Sasa mawazo yananiambia sasa ini kuangalia ni mbuzi zimekanyaga na ende jibigite paka jimbilibili. Common sense. Kwa hivyo nakwambia mwenye mbuzi ni nani, kwa sababu unajua hiyo jirani. Halo? Na uzuri nikamwona amesimama kwa uwanja wake pale sasa. Nikamuuliza mbona hii ni nini? Na ni mama. Hii ni nini sasa? Akaniuliza, kwani mimi nilisituma? Lakini toko ulieti basaka. Paka hapo utaanza sifu Mungu wa rehema. Kaki abuno otero kwengokotera. Na ni kweli, kwa sababu mimi mwenyewe nimefanya kazi. Na nimeona hapa ndio nilikuwa nimeweka tegemeo langu. Na ni kweli, na imeharibu. Alafu ukimuuliza anakuuliza kwani mimi nilisituma? Kaigu nkole chipresa hapo. Kaigu breathe in and out. Hello? Yes. Kuna wakati unashindwa. Kwani nilipoitwa Mkristo nilichiraani ikonera gerereti. Na alikobo ubuye sangana akora kindi. Kwa sababu ya hasira, kwa sababu ya mwili, kwa sababu ya nyama na mifupa, nikajikuta nimeitisha pesen. Kademu kunge pesen. Na sipanga zinajaa. Na asuka kujuru wako. Inamwaga kwenda kwaka. Chimulere. Nikazimwaga. Sikatambaa huko kwa uwanja wake. Na Biblia inasema fanya kazi kwa siku ya 7 ni Sabato ya nani? Ya Mungu. Hii sasa ninafanya ni nini? Na ni Sabato mchana. Nikafanya kazi hiyo mbaya. Sasa nikaenda nyumbani, na wakati huo nilikuwa nimewekewa mikono ya kuwa mzee wa kanisa. Sasa wewe hebu ona mzee wa kanisa kazi anaifanya. Mwili una udhaifu wake. Anayeutakaza ni Mungu. Onye tubuwa dhichi stamina sobo Kristo na uvurago kongere. Nataka uwe na circumsofas katika hali ya kiroho. Haleluya! Kwa sababu kuna mambo utakayoyaona, utakayokutana nayo, yaweze kukusumbua. Hata utaweza wacha imani. Usije ukaacha imani kwa mambo madogo. Nikaenda nyumbani sasa, nikanuna. Sasa hata nikatafuta panga. Kale kanjia kakukuja kwangu, nikakafunga, na ninafunga siku ya Sabato. Kila mtu akae. Maajabu hayo. Na ni Elda. Sasa ikawa hata salamu za Mungu hakuna. Baada ya Sabato 2, 3, mwezi ndio huo, hakuna salamu. Kila mtu akule vitu za kwake. Sijui tena hii mtihani, hii majaribu inakujanga Sabato kila wakati. Sabato igoro. Tena tukaenda church kama kawaida. Vile nilifunga njia, kanisa sikuacha. Nilifunga njia, lakini kanisa bado nafanya nini?
na nilikuwa naimba kwaya, na nilikuwa naimba sauti ya 4, na kwa sababu ya ufupi wangu nilikuwa nawekwa number 1 pale kando, na matching ikianza mimi ndio nageuka vizuri, naenda hivi na uniform niko na lakini njia nimefanya nini? Nimefunga. Mbinguni nao tutaingia mapema. Shida ni moja. Sasa nikasema kwa sababu nimefanya hivyo niko sawa, nikaridhika kivyangu. Makosa yakatokea mabaya kwa sababu ya ufupi, sitaki kuendelea sana. Tulikuwa na wafugaji tena na mke wangu wa kuku. Hizo kuku sikatoka sabato hiyo, sikaingia chini nje kayaba, sikaenda kwa yule jirani kwa wimbi oboli kwenye bwara vile. Kuku zilikuwa zaidi ya 120, na kwa sababu ya harakati ya kuharakisha kwenda kanisa, usi tu abegeta maji atukukumbuka tufunge. Na kuku zilikuwa ni za kienyeji, tigaswa nyaro tigakori oboli kutoka le kanisa kanale nyanjete. Kumbe kuku zinaambia wimbi pia. Chikuku chikabwate ekwaya. Nilipokuja mchana nikastuka, wacha nibebe maji tuende kuweka kwa kuku. Hakuna kuku hata mmoja. Nikakaa nikasema hata kama ni mwizi, kwani aliiba namna gani? Zote alibeba na nini? Omba kungu na bako ero yali dukana zinjenga bono. Ngamate no. Karakira ketorolenki eneti kwa kiechi. Bono ndo soya kukure tutaanza kupika ndudu za hiyo. Tukae. Kidogo mkarasteri kwa lilito kubeka isiku gang ndudu geti kuchigoro. Kuku akalia tu kwa robaka. Kahugeti ukiria ngoko na hiyo. Ani chiari paka chacha chiarara. Bono jitimugete ama jitaranyora. Nilipopata kuku zote sijui nilitoa njia wapi, na hiyo njia mimi nilikuwa nimefunga, lakini nilichipata pale ngachiseli ngora omanyena atara akora kendoke. Tukachibike kesumu tukajia maji. Nataka kueleza kitu uweze kusikia. Waje yule mama akuje. Yule mama alipokuja aliongea tukiberani obono bali bwane akawachia hapo. Asubuhi kesho nikakuta wazee wa kijiji aba yuti ngaki aba tuleti kesi, na mimi nikasema hapana, hata yeye nyanya zangu nikaambiwa tuongee mambo ya nyanya. Tunaongea nini? Nikaulizwa uliripoti, nikasema hapana. Kesi nikachapwa 6,000 nilipe, nikalipa. Nikasema wacha niuze kuku ukuchie hiyo pesa Friday nikupe upeo hiyo mama. Kwa nini nikaeleza mambo yote? Baadaye vile ilienda ili mama, kuna mambo yalikuja kafanyika. Mama akakuja na zile pesa akaniambia, Pastor Elda, hata kama nimechukua hizo pesa sina amani. Nikamwambia kwa sababu ulileta wazee nikakupatia toka kwangu, na sijui ulipita wapi kwa sababu njia imefanya nini? Najua baada ya kuelezana kuna mahali aligusa, nikaona amegusa mahali pabaya. Akaniuliza, kwani wazee wa kanisa hivyo ndio wanakaa? Hizo makanisa mnaenda? Hivyo ndio zinawaambia. Chikanisa ichibo na Mungu china bachiko batebiko. Najua sasa hapo nanyeto bwa Timothy. Kuna wazo litafanya nini? Nikaona mama, sasa mbona umesema hivi? Baadaye tukaongea, nikamwambia chukua nusu, na mimi nikachukua nusu. Sasa uhusiano nikamsindikiza. Sasa nikatoa ile nini nilikuwa nimefunga, nikabagore nchereli ndaite ile kuchiboye enjera kana una akora kendo keke. Baada ya kuitoa dakika chache nikaona ametuma mtoto, enda ambia Elda akupatie panga. Na sio panga ilikuwa inaombwa, ni kujaribu kuona kama ile uhusiano umefanya nini. Tukampeana panga na baadaye karudishwa. Wacha niseme hivi, mwili huu ukianza kukaa na kufikiria mwili huu ni wa usherati,
mwili huu ni wa wizi, mwili huu una uchafu mwingi, na kama tungechunguzwa zote mwili huu haungefaa kwenda mbinguni. Lakini tuna furaha kwa sababu tuna naye tutakaza, ili aweze kuondoa uchafu wote, ili tuweze kufaa katika ufalme ujao. Amina. Omubere oyo ntobwate oyo koyorosya, kwa sababu unapofikiria, unapoongea, omubere oyo noyogotioka, unapokufa unanuka. Mwili huu una mambo yake, lakini Mungu ana mpango wa kutakasa mwili wetu ili tuweze kupatikana ama kuingia katika ufalme ambaye ametuandalia, kama yule ng'ombe aliyetengenezwa ili aweze, aliyenunuliwa ili atengenezwe aweze kufaa katika matumizi. Marafiki zangu, washiriki wa Magena, tuweze kukubali ili tutakaswe na Mungu. Kubali tu. Ni sawa wewe ni mwenye dhambi, usiondoke kanisani kwa sababu ya wenye dhambi. Tuliona watu wengi wakionekana katika kiti kile. Ukisoma kitabu cha Yohana kinasema hawa ni akina nani walioonekana kule mbinguni? Ni wale walikubali injili ya malaika watatu ambao waliyekuja wakahubiri, wale ambao hawakujiunga na unachizi na wanawake, wale ambao hawakunywa mfinyo wa yule choka, waliosimama imara katika safari. Hawa ndio wataurithi ufalme wa mbinguni. Amen. Abanabuo abasani bane. Sijui kama umewahi kupanda gari smart. Kuna mtu amepanda gari smart ama ndege, si ndio? Kuna machine nikiwa na Nakuru siku moja, hiyo narudia tu, na nilikuwa mpumbavu, sikuwa nimeelewa. Baada ya kuhubiri kanisa moja kubwa kule Nakuru, ni wakaniambia basi tutakupeleka kwa gari ambalo kampuni ambayo itakupeleka kwa haraka. Kairwe gari smart ganere bekire chikate ni tali jitoko suku machama nyawoka. Nikafikiria tu ni kuingia kwa gari nikae. Nikakaa. Kidogo nikaona jamaa ananiambia, "Mzee, kama ana ajui kama ni mchungaji. Hebu kuja." Ninde naga pagi ge dini. Nikashindwa nini mbaya, si kiti ni namba 7 na nimekaa hapo. Kuja mzee kwanza. Nikaona hatutabishana, nikashuka chini. Akaleta tu kwa mashini tu, akaanza kutembeza kwa mashini kwa mwili yangu. Hivi nikashindwa, sikuwa nimeelewa wakati huo, msiniulize. Nikaanza kusumbuka. Hii ni nini anatembeza kwa mwili yangu? Anatembeza mpaka chini. Alafu akaniambia, "Msee, ingia ndani sasa." Nikashindwa hata kama nimeingia. Nilipoingia nikaketi, nikaanza kusumbuka kwa moyo. Ni nini hii ambayo amenitembeza? Nikaona sitakufa kiovisa tu. Wacha niulize majirani. Nteke bona inu mwatari gwitu. Kera nkyoko kwera. Kule nabantu. Boria. Ni ili onekane mjinga. Bora ufanye nini? Bantu bali bakwende town yenene gwe akola kemanyi. Lift nero gutira kwanda kwabata 27. Kwanda kwenda 3. Watu boli ngaki ngogenda 7 ngai nkubata. Ngoza dibojinga kwakora. Bako batera irenga. 3 elindo kora kentoki. Wacha kujifanya kwa vitu ambavyo ufanyi nini? Ukwegamba biko ko ikioro bako kwa masoko tokolia maisha bwana. Ilikuwa rengi kemanyi. Mimi nikauliza, "Je, wewe ulitembezwa hii?" Wakacheka, lakini wakaniambia, "Hii ni machine imetengenezwa kuona kana kwamba je una vitu hatari katika usienda kufamia gari na vitu zingine kama nini, kisu, panga, punduki. Kwa hivyo na nyinyi mlitembezwa hii." Nikasema ni sawa. Kwa hivyo nikajichasia kwamba gari ambalo niko ndani yake kuna nini? Kuna usalama.
Lakini nami kama mhubiri nikaanza kusema, si Mungu anipea kamashini kama haka, kabadilishwe, kaanza kupima kiroho, kapime watu kiroho, kile ambacho ulifikiria, kile ulikula chana, kile uligusa kwa tumbo paka miguu, ndio nipewe na tembesa pale, ndio mnaingia chachi. Niombe Mungu anipee hiyo kitu. Hii kanisa tutakuwa na washiriki tukipewa hako kamashini. Nikauliza kama wangepata niko na hizo vitu wangefanya nini? Wakaniambia akamashini yako kale kochura kangelia tu. Wana gakinga keka rokule pima. Toraegwa kamashini yako kitambo toka ikiangazo uli. Ama sa stared. Katakuwa kamelia kwa sababu wewe mwenyewe unajua una vitu ambavyo havitakuruhusu ako kamashini kafike karibu. Hiyo sasa hizo vitu ndizo Mungu anataka usiondoe. Madharau wachana. Acha kudharau watu. Amen. Una madharau. Unafikiria hewa tunapumua ni wewe umeweka kwako. Tukuja watu bataraka ketu. Tukanyerojo jere sabato. Una chuki. Bantu mbaruku kwani bujambaru chaiti. Iyo yote uruhusu Yesu akutakaze. Amen. Haleluya. Amen. Bantu mbali aragenda mujibu muntu tanywa maji. Abalindi no ni charo tikangotebye kimaene. Chira nero la leta maji. Muyamuri. Nabono tinguja mbu ongeru ngoli. Bwateli gombi. Nentube chiroli pop. Kakisio kwa kupenda kwangu. Lani sipendi. Kemoni kirensa kereu kiko sunyuka nero ngoli ko mbekera. Aye. By the way, Montago so mekali tunde maji mga basta karibu ngwanye goja liko nyororoka oli Kenya kintengereta maji kwiteka kurume arabu ngenje nonye tinkabi bwati utakura mwenyewe seti agatunda buye kakabangusi bona kuga Kenya kangomoy. Haleluya. Vitu zingine si za kuambiwa, common sense. Mongaga abwaro ekiacha. By the way, hebu tusome kitabu hiki sehemu ya mwisho. Kitabu ni cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza, naomba tuweze kumalizia hapa. Yohana wa kwanza 3:8. Ndiyo. Inasemaje? Biblia neno takatifu linasema hivi. Neno takatifu linasema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Na kusudi hili mwana wa Mungu. Na kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi. Ili asivunje kazi za ibilisi. Haleluya. Anayevunja kazi za Shetani ni nani? Ni mwana wa Mungu ambaye ni nani? Yesu. Ni Yesu. Wewe ndio mruhusu. Nataka nimalizie hapa. Toka ndeko liobokema. Lakini sikia. Marafiki zangu sikia. Hata tutume mtu mbinguni saa hii. Tuchange pesa kwa sababu ni mbali kidogo. Tutume mtu aingie mbinguni saa hii. Akiimbie moja kwa moja paka ofisi ya Yesu. Nafikiria saa hii yako ofisini. Haleluya. Agonge tu mlango tong tong. Yesu aseme come in. Aingie. Aki ukiingia tu hivi utakuta kuna kitabu kwa meza. Hapa kuna kitabu. Useme Yesu nimetumwa na kina Nyandikisi. Nikuje kuona vile umepanga kuhusu binadamu. Kuhusu binadamu. Unatakaporejea mara ya pili duniani. Ndio ripoti tu nimekujia. Asitali nyasaba ngiti kuja kushiria abantu. Umuntu erebo nabangirite bunokonyora paper 1
page 1 elietali neno konyoronye likaro omontero bangire gosiriwa kale na kale. A devil anaitwa nani? Shetani. Yeye yake yameisha, lakini wewe haujapangiwa kupotea. Wewe Yesu anasema atamani uweze kupotea. Igaganetie abanobo kimabwaliriri wakare na kare igorote bwatyo moroberi bwo siri mwanya abantu. Amen. Ni wewe umejificha mahali babaya. Tokolia kaigo kora chipule sabu. Haleluya. Amen. Kora igangote yegentu utaraji kulibu kima. Kora igangote kora hey kora tikaba nongote. Wakulima wanapolima, wengine ambao mulimi amwelewi, baada ya kutoa mahindi, ni jambo ambalo nataka kueleza kidogo. Baada ya mahindi kupelekwa store, mkulima huwa anakuja anafieka ego terie kegusie ko kwa mase alibo ubie lia kwa bansalia. Ikikaa siku 2, 3, 4, wiki moja, ukuje tu itoe kwa pamoja uweke pande hii, utapata nini hapa? Ndio konyoranza kuna nini? Utapata wadudu chinyongole amakolominyo akimure ugentongo teba amasami zinatafuta nini hapa? Makao, ni usalama, lakini avielewi vinajificha kwa makao yanaongojea moto. Kwa sababu mkulima atakapoenda kwa nyumba kubeba kiberiti, nia yake si kuchoma wadudu, nia yake anakuja kuchoma takataka, uchafu. Mwalimu, uchafu. Asante sana mwalimu. Anakuja kuchoma hiyo uchafu, ndio poza shamba liweze kuwa sawa, liandaliwe tena kwa kupanda tena. Halo, Mungu ana sababu, ana mpango wa kuja kuharibu mwanadamu, ambaye sasa ana mpango wake kumharibu kabisa ni Shetani. Makosa uwe umejificha chini. Kuna tabia nayopenda pale ndani. Embu niri nganje te ubirimi. Embu engi ya yeye sambeba. Una kegu ngasege. Mbarange kanye. Oka mnyama kakona akili. Hata kama kana watoto pale ndani, una wakuna ngari koganya. Kago tabanga magoro nkonye kagenda mpiu na kagenda kuchichakani kana tafuta usalama. Embu nere nero ngangiti inaopatikana pale ndani. Kwa hiyo ulisema nini? Ndani ya hiyo uchafu kuna embu yili korominyo naitwa nini? Konokono. Tabia mbaya. Hata mtu unapogusa kakona pembe mbili kakubulinga kwacha kutosamba bano ande kaila ni kuchima. Enda fanya research. Iko minute serious. Tena kanafanya nini? Ebi nabikwacha. No kali ngabono ngaitugu cha yuruji. Kuna Wakristo wakulima tunapokuja kutingiza sehemu ili uokoe maisha, wewe hautoki, unasema mwaishira kokole wiki pinte bitu arabi koliri talibono twabichaka kwanza ranchi ya beiri. Yaani hana shughuli mwalimu, hataki kuondoka liwe liwalo, ako kwa hiyo moto anangojea tu aungue. Ni heri ukae kama ako kapanya kadogo, utoroke unaposikia hatari, ili Bwana japo mara ya pili upokee ufalme wa mbinguni. Amen. Sasa ni bane
anchakobo muntu muya, ili na wewe kwa sababu tumeandaliwa uweze kutakaswa. Hivi sasa Mungu, mbingu inaendelea kutakasa ili kila mtu awa ametakasika mbele za nani? Mwenyezi Mungu. Yesu achapo utakuwa na nafasi. Bakibono ngoba sabirande banyaka tigankolera washerati hawataenda wapi? Kwa nini? Biblia inasema malaika wana sura nzuri sana. Kwa hivyo ukienda na tabia ya usherati utaulisha kila malaika jina. Kwa hiyo washerati wote watafanya nini? Barabasa kwenda kwega malaika. Bantu bande batajiona aba hivi. Wezi hawataenda. Wae? Wataipa taabu. Barabara ni stahabu na nini? Ubasa kwenda kubutuko oswe komomori para. Ebe bitongo byoka. Kiagerero osairie gold. Wezi wote hawatafanya nini? Watu wengine ni walevi. Emeseke neji nyongo jikwenga. Jiyo. Aberogi. Mo ogotuma ngo munaritiga. Mura atume mwa Yesu. Igoma okaragentu. Muguchi. Nabutuko mboyo mwalimu. Nabutuko mbokateki. Ubasa kweboso yokukoroga saa 7 mugaso. Bantu naroleira mabera Kenya Power. Chigwaya jirinjika hiyo. Hizo gwaya wale mnafanya Kenya Power muambie basa angeli chibeze bongo. Baba yetu akija hatutahitaji hizo nyaya. Kwa sababu tuna taa moja. Amen. Ambayo ni nani? Ni Yesu. Muntu narolera mabera kindiki. Kindiki na hizo punduki zake zote. Hatuhitaji ulinzi. Tuna mlinzi mmoja ambaye ni nani? Yesu Kristo. Montonde aye bantu narolera mabera balimo konia malioge chemist. Balimo bwate stock uza haraka. Kwa sababu mbinguni hakuna magonjwa. Chinyomba chikoro kumoja linchiyo kiagara makwenda kwa dhiki. Takaiyo. Na mti wa uzima upo. Natamani nifike kambi la mbinguni. Amen. Haleluya. Amen. Tufike kambi la mbinguni. Na Mungu atubariki kupitia kwa jina la Yesu le Bwana mwombezi wetu. Amen. Naomba tusimame. Asante. Naomba tusimame. La muhimu ni kwamba ruhusu Mungu akutakaze ili uweze kuwa na nafasi ya kwenda mbinguni. Kiagera stoko nyonsi gucha nogo cha kwa Yesu asenseli ya kaberi. Marafiki zangu, ni heri uweze kujitoa kwa Yesu kila wakati. Unaposikia ujumbe wa Yesu ukija kwako, jitoe kwake kila wakati. Wana Magena, kile ambacho tunawaombea ni kwamba zote tukiwa katika hali hiyo tunatakaswa kila wakati. Wangapi wanasema Bwana tutakase ili Yesu wetu uchapo tukulaki mawinguni? Amen. Baba yetu, asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu ya kile kilichotendeka Kalvari. Asante kwa sababu ya kutuokoa. Bwana, hivi sasa tunaitwa kwa jina lako. Tunaomba ututakaze, utusafi, tuweze kuwa sawa, tusije tukawa na lawama yoyote. Ili Bwana, kwa sababu tunajua kuna mahali tunaelekea, tutakaposikia tarumbeta ikipiwa kutoka mbinguni, Bwana, tuwe tumesimama tukisema ni wewe tulikuwa tunakungojea. Tubariki sasa kwa neno lako. Bariki kambi hili. Bariki watoto wako wanapojiandaa kwa sehemu zote, kwa sehemu ya kuja mapema na kusikiza, kwa wakati wa kutoa sadaka za makambi. Bwana uwabariki, na yale yote ambayo watafanya, Yesu wabariki, uwaondolee makosa yao na dhambi zao, kwa sababu ni wewe tu unayesamea dhambi pamoja na makosa. Tubariki hadi tutakapofika jioni. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mwanene abaseni.
Hamjambo tena. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa vile Mungu wetu anaendelea kuwa nazi kwa makambi yetu. Na ninawashukuru nyinyi nyote kwa sababu nimeona leo hii mlikuja kwa wingi. Makambi yetu ni kama imebaki kama siku moja hivi. Watoto wanajua zimebaki siku 2 ili tumalize makambi. Asante Bwana Amo. Ezekiel, dagira tubwate na nyingi. Tuko na chakula nyingi hapa. Wale ambao mulienda jana, chakula yenu ilibaki na tukashindwa mahali pa kupeleka. Kwa hivyo nawaomba kwa hisani yenu tufanye vile tulifanya jana. Tulisema wasee sehemu yao ni hii, watoto sehemu ile ya juu, akina mama sehemu yao ni hii ingine hapa, vijana wetu na ambassadors kwa kile kipanda, na wageni kuna guest house huko juu. Kwa hivyo na washukuru kwa sababu mmekuwa watulivu. Naroche igorontwa wate mchandonde, kazi iliendelea vizuri. Kwa hivyo wale ambao wanashughulikia chakula kera abantu bako na change positions mosoego koramna tu atebire igo. Kuna haja ya kwenda nyumbani. Ndagere kwanza neya inera nyinyi mlitufanya tukatengeneza chakula. Kwa hivyo mbaki mkule mkiwa hapa. Igo na watogo change positions. Aba si bali wale muina kina mama wale wako hapa pande hii. Ili tuwe hivyo. Tuchukue muda mchache tu tumalize. Ikiwa ni wakati wa mankuli, mpendwa mtazamaji, hivi kwa makambi haya ambayo yanazidi kuendelea kuletwa kwenu mbashara kupitia Get the Point Media. Ametoka barani mtumishi wa Mungu Evans Nyandigisi ambaye amejikita kwa somo linalotuhimiza kwamba wokovu umeweza kurahisishwa. Kwa kweli mpendwa, wokovu jinsi hivyo umeweza kurahisishwa kwetu, na mahubiri haya kwa namna ya kipekee yanazidi kubariki mamia ya watu wengi ambao wamefika katika viwanja hivi vya kanisa la Adventista wa Sabato wa Magena ya Kati ambao wanazidi kubarikiwa. Kisha hapo awali aliweza kusimama mtumishi wa Mungu Martha Isaac katika somo la kipindi cha maombi. Tumekuwa na kipindi cha vitabu kama vile publishing, wingi wa vitabu vinazidi kununuliwa ambavyo vinazidi kutubariki. Alisimama asubuhi mtumishi kwa kipindi cha devotion, na hilo likatuongoza katika kuingia divine hour. Umezidi kubarikiwa kupitia social media zote za Get the Point Media, na hivi sasa ikiwa ni kipindi cha mankuli ya mchana, tunaenda kwa pumziko kidogo tu kati ya dakika 25 hadi dakika 40 hivi tuweze kurejea tena hewani. Wengi kama Evelyn, wote maswali yenu yanazidi kufuatiliwa na mwelekezi wa kipindi cha mchana atakuja tena kutueleza. Tunapoenda mapumzikoni tutasema kwamba pale Get the Point, unapofika pale ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika pale, unatupa subscription. Ikiwa wewe unarudi tena kwa mitazamo ya matangazo ya mbashara na vile vile mahubiri, tutasema kwamba zidi kushare kiunganishi ambacho ni link kwa wapendwa waweze kubarikiwa. Hii ni Get the Point Media, take a step forward. Naitwa Emmanuel Bosire. Take a step forward. Get the point. Take a step forward.
Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward.